yetu ya Isiolo. Hii sio mapenzi yetu bali mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ndio amependa leo tukutane hapa. Kama sio uwezo yake na mapenzi yake hatungekutana hapa. Kwa hivyo tunashukuru Mwenyezi Mungu ambayo ametukutanisha hapa. Yale ambayo ningependa kusema, hii nchi yetu nchi ya amani. Nchi yetu nchi ambayo ni watu wazuri na nchi yenyewe ni mzuri. Ukitoka nje ya Kenya ndio utajua ya kwamba hii nchi ya Kenya ni nchi nzuri, ndio utakuta wananchi ya Kenya ni wananchi wazuri. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu atupatie hii amani na usalama katika hii nchi yetu. Munaona vile nchi ambayo majirani yetu yote zinaweka yetu ambayo Mwenyezi Mungu amelinda. Tunaomba Mwenyezi Mungu atulinde namna hii, tukae kwa njia heshima, njia adabu. Wakati watu hawaheshimiani huwa shida zinatokea. Wakati watu haongei pamoja huwa shida zinatokea. Tuongee pamoja, kama kuna shida yoyote tutatue ili tuende kwa njia moja pamoja, wananchi wetu pamoja, nchi yetu pamoja kwa jumla, ili tukue kitu kimoja. President wetu, sisi tunakushukuru sana. Kwa hakika kama ungekuwa mtu mogoigeo kidogo, hii nchi ingekuwa imeharibika. Lakini kwa msimamo wako ndio leo hii nchi imekuwa fahamu. Ndio hii nchi leo imekuwa nchi moja na wananchi moja. Kwa hivyo tunakushukuru sana, tunakuombea Mwenyezi Mungu ukushikilie hapo hapo, isiwe ya kwamba watu wanagawanyana, watu wanakosana. Sisi yetu ni kukuombea Mwenyezi Mungu akupee nguvu ili utuendelee kwa njia hikma na busara. Hayo tunakuomba. Mungu awabariki nchi ya Kenya, awabariki wananchi wa Kenya. Asanteni sana. Shukrani. Asante sana Sheikh. Sasa wakati huu ningetaka tuwe na nafasi pia tupate sermon, neno la Mungu. Na ningetaka nimkaribishe Reverend Geoffrey Murungi from the Deliverance Church aje atuletee neno. Please. Amen. Karibu sana. His Excellency the President of the Nation of Kenya, His Excellency the Deputy President of the Nation of Kenya, viongozi wote ambao wako mahali hapa, viongozi wa dini wenzangu, watu wa Mungu wote wa Isiolo na wageni wote ambao wako mahali hapa, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Mimi niko na furaha siku ya leo kusimama mahali hapa, na nataka kuchukua hii nafasi kushukuru watumishi wa Bwana na viongozi wa dini ambao walinipea nafasi ya kuweza kusimama siku ya leo, na nataka kushukuru ya kwamba wameniombea neema nyingi, kwa sababu mimi ni mhubiri wa hapa Isiolo, na wale watu ambao nimezoea kuhubiria ni watu 600 ama 1000 wakati kuko na sherehe. Na kwa hivyo nilikuwa ninahitaji neema nyingi kuhubiria na kuongea na watu maelfu ambao wameketi mbele yangu siku ya leo. Na kwa sababu niliona kama hiyo maombi kutosha ya watu wa Isiolo, ilibidi niongee na askofu wangu ambaye ni kiongozi na mentor wangu, Bishop Dr. Mark Kariuki jana, na akaniombea hata na yeye, na akaniambia ukisimama unene neno la Bwana na msaada kwa watu wote, na kila mmoja ambaye atanisikiza, kwa sababu ni neno la Bwana, litakuwa la msaada. Na kwa hivyo ninasimama hapa siku ya leo nikiwa na imani ya kwamba lile neno Bwana ameweka ndani yangu itakuwa ni ya baraka na ya msaada kwa kila mmoja ambaye alisema atakuja ibada mahali hapa siku ya leo.
Na wakati ule ambao askofu wangu ambaye ni mentor wangu alinifundisha kuhubiri, aliniambia ya kwamba ukisimama mbele za watu usianze kusema ya kwamba nianze wapi. Aliniambia nianze kwa kusema this is the day that the Lord has made, and then we shall rejoice and be glad in this day. Alafu akaniambia ya kwamba baada ya kuhubiri neno niambia watu wote uhakika ya kwamba kwa sababu neno kulingana kwa Ibrania 4 mstari wa 12 liko na nguvu na liko hai. Niambia watu ya kwamba waanze kusema ya kwamba my life will never be the same again, kwa sababu the word of the Lord is powerful and is capable of changing our lives and also speaking to every situation in our lives. Nataka kuomba alabu niendelee na neno la Bwana la siku ya leo, Jehova Mungu akinisaidia. Baba, katika jina la Yesu Kristo nasema ni asante kwa nafasi hii ambao Bwana umenipea ya kusimama mbele za watu wako. Nikiwa nimenyenyekea, naomba ya kwamba neema yako na nguvu zako ziwe juu yangu na unipee msaada, ili neno lote ambalo nitasema na nitasoma kutoka kwa neno lako litakuwa ni la baraka na ni la msaada. Asante Yesu kwa kusikiza maombi yangu, na ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen. Watu wa Mungu waseme amen. Mstari wa 4 wa kitabu cha Zaburi 11. Tunasoma kitabu cha Zaburi 11. Tutaanza mstari wa 3 na nitasoma hoso mstari wa 4. Hilo ndilo somo la kwanza siku ya leo. Na somo la pili na la 3 na ingine kama itakuja tutasoma tukiendelea. Lakini somo la kwanza ni kutoka Psalms 11 and verse number 3 to verse number 4. And this is the word of the Lord. Bible says, if the foundations are destroyed, what can the righteous do? If the foundations are destroyed, what can the righteous do? Verse number 4, the Bible says, the Lord is in his holy temple. The Lord's throne is in heaven. The Lord's throne is in heaven. His eyes behold, his eyelids test the sons of men. And that is the word of the Lord. And because this is the day the Lord has made, I want to believe, kwa sababu Bwana alijua tutakuwa hapa siku ya leo, atatunenea na atatusaidia kutoka kwa hilo neno ambalo Bwana ametupea. Neno la Bwana ambalo tumesoma inaanza kama ni swali. Mtumishi wa Bwana ambaye ni Daudi anauliza, na anatuuliza sisi zote binadamu ambao tuko katika hii dunia. Anauliza wale ambao wanasemanga ya kwamba wako na imani ndani ya Bwana, wale ambao wanamwamini Bwana. Anauliza swali, anauliza, if the foundations are destroyed, what can the righteous do? Misingi ikitingizika, ni mwenye haki wa Mungu, wale ambao wanakuanga na imani ndani ya Bwana, wanaweza kufanya nini? Na tukiongea juu ya misingi, we are talking about something that we have taken time to build. Kitu ambacho tumechukua wakati kujenga na kuestablish. That is what is referred to as the foundation. In other words, ni kitu ambacho kinaweza kutegemewa, kitu ambacho kinaweza kuwa reliable and dependable. And then when we read the scripture, inatuambia ya kwamba there is a possibility one time or another, because of one thing or another, that even the foundations can be destroyed. Zile vitu ambao tulitegemea, mahali ambako tuliweka tumaini letu, kuna siku inaweza kutokea ya kwamba tujikute ya kwamba it is no more. Tujikute ya kwamba
we cannot depend on that particular day anymore. Wakati mwingine inaweza kuwa ni watoto, ni familia, inaweza kuwa it is a spouse, ama rafiki, ama relative, ama an investment or an economy. It is something that can be dependable, something that can be reliable. In other words, we are getting from the word of the Lord one time or another. There is a possibility ya kwamba hizo vitu ambazo tunategemea, that it is not there for us. Na ndio mtumishi wa Bwana Daudi anauliza ya kwamba in case that happen, in case the foundations are destroyed, ni nini mwenye haki wa Mungu anaweza kufanya? Na ukiangalia katika mstari wa 4 ambao tumesoma, ni kama ya kwamba anatupea the solution or the answer. Answer tunaweza kuipata katika mstari wa 4. Anasema ya kwamba the Lord is in his holy temple. The Lord's throne is in heaven. The Lord's throne is in heaven. Na ukitazama also in the book of Lamentation, ambao hatutasoma, inasema almost the same. Inasema Lamentation chapter number 5 and verse number 19. Inasema the Lord's reigns. The Lord, you Lord, reigns forever. Your throne endures from generation to generation. In other words, inasema wewe Mungu, wewe unaishi milele, na kiti chako cha enzi kinadumu kutoka kizazi kimoja mpaka kizazi kingine. Ukisoma also Psalms 45 and verse number 6, inasema jambo kama lile. Inasema your throne, oh Lord, lasts forever and ever. In other words, even when the foundations are getting destroyed, hata wakati ule misingi inatingizika, ni kama neno la Bwana linatuambia ya kwamba the Lord is never shaken. He is still seated on his throne. In other words, things can be shaken, foundations can be shaken, but the Lord will never be shaken because he is seated on his throne, and his throne inakaa na inadumu all the times and all situations in this life. They will meet that the throne of God is there forever and shall never be destroyed. And therefore, from verse number 4, ni kama tunashika ya kwamba when the foundations are being destroyed, there is something the people of God can do. Because my topic today is what can I do when I do not know what to do? What can I do? Or what should we do when we do not know what to do? Wakati mwingi, wakati tunaona misingi ikiharibika, labda ni economy ama foundation ama the things that we have mentioned, wakati mwingine tunasikia watu, all of us tunasema, I do not know what to do. But I want to say today, even when you do not know what to do, there is something that you can do. That is what the word of the Lord is telling us today. Ya kwamba katika hii maisha, hata ukifika mahali ambako unasema, sijui nifanye nini. And I know all of us, one time or another, tumejikuta katika hali kama hile. Things are not very well. Something that I depended upon. Kitu ambacho nilikuwa naamini ya kwamba itakuwa msaada katika maisha yangu. I wake up one day in the morning and it is no more. I said maybe it is an investment ambao nilikuwa nimekaa miaka mingi nikiwa nina establish, but one day it is not there. And then I come to myself, nauliza, nasema, I do not know what to do. But I want to say today, even when we do not know what to do, there is something that we can do. And that's the reason why this morning, as I come to the conclusion,
kulingana na ile maandiko tumesoma. In conclusion, what we need to do, kile tunapaswa kufanya wakati hatujui tufanye nini. Number one, that is what we get from the word of the Lord. Number one, when we don't know what to do and the foundations have been shaken, number one, we need to focus on God's power. We need to focus on God's power rather than the size of the problem or the challenge that we are facing, no matter how big it is, because we know there is a God who is greater than all the problem. In other words, nimesema ya kwamba wakati misingi inatingizika, ile focus tunapaswa kuwa naye na mkazo ni kwa Mungu na nguvu zake, kwa sababu hata kama shinda ni kubwa haje, our God is greater than any problem and is capable of helping us to overcome every challenge and every problem that we have in this life. And that's why kuna mwimbaji moja in the Golden Bells, aliimba akasema ya kwamba there is no mountain I cannot climb. And then he said, wakati I am saying me, I am not saying myself alone. I am saying the Lord together with me. Ya kwamba Mungu akiwa pamoja nami, hakuna mulima ambao asiwezi kupanda. Huyo ni mwimbaji moja. Alafu kuna mwimbaji moja hoso mwingine alisema, anaitwa Stephen Hills. Alisema ya kwamba God is greater. He is greater than all my problems. He is greater than all my challenges. Our God is greater. And that's why we are saying, because He is greater than all our problems and challenges, even when the foundations are being shaken, there is something the child of God or the believers, yule ambaye anasema na muamini Bwana, anaweza kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio sababu Zaburi mwandishi wa Zaburi ambaye ni Daudi akasema mahali kwingine, Psalms 46 and verse number 1 to 3, alisema nene, God is our refuge. He is our strength and a very present help in times of trouble. Akasema ya kwamba wakati wa shinda, Mungu ndiye kimbilio letu. Wakati misingi inatingizika, tunaweza kumkimbilia kwa sababu yeye anaweza kuwa nguvu zetu na msaada wetu wa karibu. Number 2, kile tunaweza kufanya when the foundations are getting shaken. The Bible, from the scriptures ambao tulisoma, we need to keep our mind. We need to keep our mind on that our God, the Creator, He knows the details of what we are going through, and He cares deeply about it, and He wants to help us, and He is capable of helping us. Nasema ya kwamba wakati tuko na changamoto, misingi inatingizika, kile tunapaswa kufanya, tuweke mawazo yetu ya kwamba Mungu anajua kile tunapitia, anajua ile changamoto tunapitia, na anataka kutusaidia, na ako na uwezo wa kutusaidia. Mara nyingine wakati watu wanataka kutusaidia, kuna wakati mwingine hawana uwezo, lakini huyu Mungu tunaongea juu yake, akitaka kunisaidia, ako na uwezo wa kunisaidia, kwa sababu ako na uwezo. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio sababu hata neno la Bwana linasema, Isaiah 43 and mstari wa pili inasemanga ya kwamba, even though we may go through the fires will not burn us. Even if we go through the waters shall not carry us away. Hiyo ni kusema ya kwamba wakati mwingine kunakaa kama ni mioto imetokea katika hii maisha, especially when the foundations are getting destroyed. But the word of the Lord is telling us that even when we go through
those circumstances, that the Lord our God will be together with us. Na alisema atatuacha kamwe. Deuteronomy chapter 31 and verse number 6. Inasema nene? Inasema ya kwamba, inasema I will never leave you, neither forsake you. Hebrew chapter 13 and verse number 5. Inasema I will never leave you, neither forsake you. Kwa hivyo watu wa Mungu, siku ya leo tujue ya kwamba whatever we are going through, whatever challenge we have in this life, that our God will never leave us. He is concerned about what we are going through, na kona uwezo wa kutusaidia, na anataka kutusaidia. Na ndio sababu in the book of Psalms 23 and verse number 4, Daudi alifika mahali wakati alikuwa naongea juu ya the Lord is my shepherd, I shall not want. Alifika mstari wa 4, Zaburi 23 mstari wa 4, akasema although I may walk through the valley of the shadow of death, I shall not fear. I shall not fear, for the Lord is together with me. Alifika hapa akaangalia, akasema ya kwamba wakati mwingine kuna uwezekano that I am going through the valley of the shadow of death. Lakini akasema even at that particular time, I shall not fear, for the Lord is together with me. Number 3, as I also approach the conclusion, ni ya kwamba whenever you are faced with difficulties, you need to see the obstacles and the challenges as an opportunity to seeing God turning things around. Kuna mtu alisema ya kwamba there is a possibility even the stumbling block, by the power of God, they can become the stepping stone. By the power of God, God is able to turn even obstacles into stepping stone. Mungu akona uwezo wa kubadilisha changamoto zile ambazo tuko nazo na iwe kitu ya kuweza kusimama juu yake ukiendelea to the next level. And that's the reason why hata Daniel mwenyewe, Daniel 11 verse number 32b, alikuwa amesema ya kwamba even when things are very difficult, the people who know their God, they shall be strong and they shall do exploit. In other words, hata mambo ikuwa magumu aje, our God together with us, when we know Him, we are going to become strong and we are going to do exploit in the mighty name of the Lord our God. Another thing that we need to do, nikimalizia, ni ya kwamba when we are faced with difficult situations, we need to ask God to help us to overcome the spirit of fear, because it is possible. Fear comes to paralyze us, but we can overcome the spirit of fear. And then number 5, ni ya kwamba we can call upon the Lord in prayer. He is dependable and reliable. And when we call upon Him, He answers our prayers. And after He has answered our prayers, carried us out through in all the challenges and difficulties, we just need to lift up our hands na tunamwambia Bwana ni asante, tukisema ya kwamba kama sio Bwana alikuwa pamoja nami singeweza. Kwa hivyo tunasema ni asante na tunaliinua jina lake. Dakika hii, I want us to pray so that we can come to the conclusion of the message this morning. As we bow before Him, tunaponyamaza mbele zake, kuna uwezekano siku ya leo ulitoka nyumbani ukisema ya kwamba nahitaji msaada, ukisema ya kwamba sijui nitafanya nini hapa na pale. As we pray, naomba ya kwamba the Lord will visit you. I pray Jehovah will visit you and enable you to overcome your challenge, ili ya kwamba hata na wewe utakuwa na jambo ya kusema asante Bwana kwa sababu ya kunikumbuka. Baba, katika jina la Yesu Kristo,
nasema ni asante, na inua jina lako. Asante kwa neno lako, asante kwa watu wako. Bwana, tunapoungana mahali hapa, kuna uwezekano kuna mtu ako ndani ya shinda, kuna mtu ambao ni mgonjwa, kuna mtu ambaye Bwana angependa hata uhusiano wake na Mungu uwe wa karibu. Jehovah, hear our prayer, and may you meet and visit every individual katika jina la Yesu. Tunasema ni asante, tunainua jina lako, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini pamoja. Bwana awabariki. Sijamaliza, lakini hiyo ingine nitahubiria watu wangu Jumapili, na Bwana awabariki. Asante sana Reverend. Hiyo ujumbe mmekuwa ya baraka. Haijalishi ni changamoto na gani unapitia, Mungu ana uwezo wa kukusaidia. So ningetaka tusimame, nataka tuombee serikali yetu. Ningetaka let's standing up, maybe upstanding. Tuombee serikali. Ningetaka waite maaskofu hapa kadhaa. Ningetaka muite Bishop Kaburu atokee tu hapa, tunapoombea taifa, wasimame tu, mmoja wao wataomba. Kwa sababu ya muda, Askofu Kaburu, Bishop Nsioka, Bishop Etubwa, Bishop Dirali, Levelet, Bishop Kenoti, Levelet Murungi, and Father Gedaiga, na Sheikh Ibrahim, na Sheikh na Bonaya. Please mkuje hapa mbele. Tutainua tu mikono tuombee serikali yetu. Tusipoombea serikali yetu iko na changamoto, Mungu atusaidie. Msaada wa Mungu. Nitauliza the president and the administration. Tunaombea serikali ya rais na pia serikali ya county. Tunaombea hizo serikali mbili. Na tutabarikiwa. I was instructed, maybe those of you, others can have their seat. The president, we are praying this prayer specifically for the president and those who are close to him, and only the president and those who are close to him remain standing. Wengine tuketi chini. Amen. Okay, tunaombea serikali. Amen. Amen. The bishops, you can stretch your hand to release the blessing to the government as we pray this afternoon. We want to make a short prayer, but a prayer that comes from our heart. Father God in heaven, we appear before you in your presence with these servants of God, the men of God that you have put a mantle on them to release a blessing and to make prayers that come to your throne. And we are coming with the government of Kenya, the president, the cabinet, the executive. We are praying, God, through thy servant, the president, may you make this country great. May you bless him. May you make us overcome every condition, every challenge, just like you gave Moses strength and anointing to lead the children of Israel. Give your servant favor and wisdom, the divine wisdom that comes from you as you gave to Solomon. Lord, even this day, you can give wisdom, wisdom that passes all the knowledge of man. Give unto the leadership of this government of thy servant, His Excellent William Ruto, the President of Kenya. Lord, we pray, give this government victory, just like you gave David victory over all his enemies. You appointed him as a king, and your hand was upon him to give him victory over all his enemies.
Give him victory. Give this government a victory for the glory of your name. You made Israel great through King Ezekiel. May you make this country great through thy servant, the president, that you have given to us. May this country be great through his leadership and through the wisdom that you give him. You gave Joshua, you made him strong, stronger than the giants of Canaan. We pray that you give thy servant and this government strength and the victory over every challenge that may come on the way. Lord, show thyself great in our country. Through this government, may many know that it is the Lord that has appointed this government, and it is the Lord that strengthens this government. Lord, through thy servant, show yourself great in our country, and all the glory and the honor is to your name. May your spirit lift up the standard over every challenge that the government faces in any day. You have said in thy word, when the situation come like a flood, the Spirit of the Lord shall lift up the standard. May your spirit move through thy servant and lift up the standard against all challenges that this government and the president face on any day in their life and in their time of leadership. Bless the family of the president and the deputy president and of all that are close to him. May your hand be upon him. May you be glorified. May you be lifted. For we pray this, believing in Jesus' name. Amen. Amen. Asante, tunaweza keti. Let's be seated. Thank you. So ni kama tunakaribia mwisho wa ibada yetu, alafu tuweze kupeana hapo pengine. So ningetaka tu niwatambulishe viongozi wa Isiolo Bishops and Pastors Forum. Ningetaka wasimame. Mimi ndio chairman wao, I'm called Bishop Solomon, na undumu na kanisa la Gospel Outreach. Ningetaka wasimame pia, tuwa wajulikane. Just stand up, hii timu iko hapa isimame. Viongozi wale wako hapo, ma chairman, wa fellowships, treasurer, secretaries, wasimame. Hao ndio viongozi tulionao. Asante sana. Si tupige makofi, tuseme asante, asante. Hao ndio wamepanga mkutano huo. Asante, mnaweza keti. Thank you so much. Ningetaka pia niulize washungaji wengine wameketi kule. Tuko na zaidi ya maushirika 10, lakini tuko na umbrella moja yote pamoja. So washungaji wale wako pande hiyo, please stand up wherever you are. Pastors, leverets, wengi tu hapa. There are so many. This side. Asante. Si tupige makofi jameni, makofi mazuri kwa watumishi wa Mungu. Asante sana. Mnaweza keti. Thank you so much pastors. Tunakushukuru sana. Nataka nimalizie kwa kusema rais wetu tumeshukuru sana kwa kututembelea mji wa Isiolo, na nikashangaa ukapita hizo kaunti zingine zote ukakuja mji wetu mdogo wa Isiolo. Inaonekana unapenda mji wetu. Tunashukuru sana. Tunashukuru sana. Na tulikuombea sana. Tuliona vita ni vikali, tulikuombea sana. Tulipigana vita hapa, ukipigana sisi tukapata ushindi. Na tukiwa na rais wetu wakiwa hapa, tunajua kanisa liko salama, Waislamu wako salama, kila kitu katika nchi iko salama. Rais wetu ni matokeo ya maombi, na tunataka kuambia rais tunakupenda na tunakuombea Mungu atakupatia nchi, atakupatia unafanisi. So nataka nimkaribishe our governor ako pamoja nasi, Governor Abdi Nguyo aweze kuja kuendelea kutoka hapa. Tushangilie vizuri gavana wetu.
Asante. Karibu. Asante. Haya, asanteni sana. Asanteni sana. Assalamu alaikum. God is good. And all the time. Asanteni sana. His Excellency, the President of the Republic of Kenya, Commander-in-Chief of all Armed Forces, Dr. William Samoei Ruto, his deputy, the Deputy President of the Republic of Kenya, His Excellency Rigathi Gachagua, the Governor of Marsabit, Mheshimiwa Mohamud Ali, our beloved brother, the Cabinet Secretary for Defense, Honorable Aden Duale, members of Parliament who are present, naona wakiongozwa na Dindi Nyoro Guyo, karibu sana. Wananchi watukufu wa Isiolo, hamjamboni. Your Excellency the President, welcome to Isiolo. I know you are home, feel at home, the city to be. Your Excellency, with your permission, I will like to ask some former councillors who are here to just stand up and wave. Wakawapi former councillors? Wakiongozwa na Chairman Hussein Ali, asanteni sana Your Excellency. Hawa walikuwa kajora kama mimi, Your Excellency, lazima niwatambue. Your Excellency, pia hapa tuko na former MCS wa Isiolo County, wasimame mahali wako, wapunge kwa mkono hivi. Wacha President waone. Ma CCM wa Isiolo County Chief Officers wasimame, wa wave. Waheshimiwa wa bunge la kaunti ya Isiolo ambaye tunawapenda sana, wasimame wakiongozwa na Speaker Mohamed Rob Koto, kwa sababu ya nafasi ya President hatuwezi wapatia nafasi ya kuongea. Your Excellency, nataka kuongea kuhusu viongozi wengine wakae, nataka watu tatu wasimame. Wapi Mheshimiwa Lorot? Asimame juu. Wapi Mheshimiwa Peter Losu? Nataka msimame hapo. Your Excellency, hawa wawili vile unawaona, hawa ni wale few individuals. Saa ile kila mtu walitoroka wewe, walibakia na wewe, wakapambana na wewe, wakahakikisha umeshinda Isiolo County. Na hawa wametoka kutoka chama ya UDA, tunawashukuru sana na tunawapenda sana. Tuko na mheshimiwa ambaye anaitwa Waidhaka, hako wapi? Mheshimiwa huyu mzee ametoka kutoka chama ya TSP. Ni kiongozi ambaye amechaguliwa ndani ya hii town. Yeye ni mtu ya Mbare ya Mombi. Tunatoka naye Nyeri pamoja. Asante sana, kaa chini. Your Excellency, leo tunafanya Thanksgiving kwa sababu Mwenyezi Mungu aliokuatia kiti cha rais. Na deputy yako anasemanga lazima tuelezane ukweli. Na mimi nakubaliana na hiyo phrase yake, lazima tuelezane nini? Ukweli. Iko watu, Your Excellency, saa zile watu wote wamekutoroka, kama sisi tulikuwa watu ya usiku. Hawa walikuwa watu ya mchana. Lazima tulikoga na isi watu ya mchana kabisa. Hii watu ya mchana, saa ile wanaume wote wamekutoroka, saa hii najua uko na marafiki wengi sana umekuwa president. Kila mtu rafiki yako. Kila mtu anataka kukaa karibu na wewe hapo. Lakini there are people who worked for it. People who campaigned for you, persevered all the humiliation which was done against them. As your deputy president, nakumbuka saa hii nikiona hii maombi, Your Excellency,
Nakumbuka Rigiji akipigwa handcuff. Leo namuona anakuja na Air Force One. Hii mambo ya Mungu. Wale walikuwa napiga handcuff, leo ndio wanasindikisha Because of that, Your Excellency, with your permission, ningependa kuita viongozi hapa. Alafu nimalizane na wao, hawataongea. I just want you to recognize them. Alafu niite women representative aweze kualika waheshimiwa hapa. Ningependa kuanza na Mheshimiwa Simba, Mheshimiwa Colonel Dida Raso. Karibia hapa mheshimiwa hapa. Ningependa pia kualika Mheshimiwa Naomi. Karibia hapa. Ningependa kukaribisha Senator wa Marsabit Mohamed Chute. Karibia hapa. Your Excellency, asa nataja watu wakubwa hapa. There is one guy who was former majority leader. When I was a majority leader in Nairobi County, he was majority leader in Marsabit County. A fearless, courageous MCA, Your Excellency. With all machineries ya county government ya Marsabit, aliweza kurudi na akapata na kiti ya UDA. Karibu hapa Mheshimiwa Halkano Konso. Mheshimiwa, tuko na mheshimiwa wetu hapa anaitwa Hussein Tende, watu wanamuita Maga. Huyu hata alisacrifice ambition yake, alikuwa rafiki yangu, wakashikana na Raso, wakasema wanipeleke nyumbani, lakini Mwenyezi Mungu alikataa. Your Excellency, sasa ndio niko hapa. Tuko na mrembo wetu Jamhuri. Huyu ni organizing secretary ya UDA, karibu sana hapa. Mheshimiwa, huyu mrembo, Your Excellency, alikufanyia kazi. Your Excellency, weka yeye mahali huyo mrembo, Your Excellency. Amefanya kazi mzuri sana, amesimama na chama, Baron UDA organizing secretary. Tuko na mama anaitwa Mama Mboga. Akai Mama Mboga. Kwa karibu sana hapa Mama Mboga. Your Excellency, tuko na women representative ambaye anaitwa Milka Kawera. Alikuwa anasimama na TSP. Yako wapi? Milka Kawera. Milka, karibu sana. Your Excellency, hii ni serikali ya bottom up. And I'm a perfect example of bottom up, Your Excellency, from an MCA to a governor. Huyu Mama Mboga, Your Excellency, Rigijia mchukue amweke huko ofisi. Huyu mama alifanya kazi ya maana sana. So Your Excellency, hii ni team ambaye imedeliver kura ya rais hapa Eastern Region, Isiolo na Marsabit. Tunawashukuru sana, asanteni sana. Ndio leo mnaona hapa tukiongea, tukikaribisha His Excellency the President. Tunampenda sana, lakini tulikuwa tunafanya kazi ya usiku. Hatukuwa tunafanya kazi ya mchana. Asanteni sana, mkae chini. Na pia ningependa kukumbusha Your Excellency, watu wa usiku kama mimi wakae kama watu ya usiku. Watu ambaye walikuwa wanapanua mguu hapa na pale na pale na pale, wajue kazi yao ilikuwa ni hiyo. Your Excellency, I'm very sorry, nimesahau Mheshimiwa Abdulatif alikuwa anasimama Isiolo North. Ako wapi Abdulatif? Pole sana Mheshimiwa Abdulatif, hawa tunawaita Albatingi. I'm very sorry. That was an oversight. Na wale wengine ambaye ulipokuja hapa Isiolo, Your Excellency, nakumbuka kuomba kura. Sijui kama Rigiji alikuwa na wewe hapa. Ukaomba kura, ukasema unajua hivi viongozi wenu usiku wako na mimi hapa, mchana wanaogopa kushikwa, wewe ukaenda. Sisi kwa sababu tunajua ni ukweli, tulifunga mkebe wetu, tukasema hiyo ni ukweli. Sisi ni watu ya usiku, hatuwezi jibu His Excellency, na maisha yakafanya nini? Ikaendelea. Sisi tunakupenda sana Your Excellency. Kwa sababu ya time, ningependa kukaribisha mwakilishi wa kike la kaunti la Isiolo, Mheshimiwa Mumina Bonaya, aweze kukaribisha wajumbe wengine. Na hakuna nafasi ya kuongea mheshimiwa. Waheshimiwa wakikuja hapa wataje majina yao. Tunataka tu Dindi Guyoni yaongee na Daraso, wengine tu wataje majina yao na wakae. Karibu sana Mheshimiwa Women Rep. Haya.
the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, Deputy President Rigathi Gachagua, our brother Cabinet Secretary Adan Duale, our host Governor Abdi Ibrahim Guyo, our Senator, Senator Dulo, Member of Parliament, Isiolo South, Mohamed Tupi, our Governor from Marsabit, Mahmoud Ali. All protocols observed. Mine is very simple exercise. Before I say mine, I would like to invite all the members of Parliament to come forward kindly. If you can come forward so that we can say hi to Isiolo people in the interest of time, kindly. We can begin with Mheshimiwa Goyo. Karibu Mheshimiwa, salimia watu wa Isiolo. Your Excellency the President, Your Excellency Deputy President, Governor, na CS, Defense, na viongozi wote. God is good and all the time. Kwa majina nigedua wa mashukuru mbunge wa Kabete. Mungu aweze kuwabariki. Asante. Mheshimiwa. Asante sana. Basi mimi naitwa Ongogoyo, mjumbe kutoka Kajiado North. Tumeandamana pamoja na rais na naibu wa rais. Mbarikiwe sana. Karibu Mheshimiwa. Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Naibu wa Rais, kwa majina mimi naitwa Ken Aramat, mimi ni mjumbe wa Narok East, Narok County, na mimi ningependa kusema moja na Mheshimiwa Rais, mimi ni mfugaji na najua hawa watu ni wafugaji. Tafadhali watu wafugaji, hii ni serikali yetu, hapana kalisha mguu pale, hapana ngoja kama imenyesha, sisi tuingie serikali ambayo inapenda sisi kama wafugaji. Asante, Mungu awabariki. Karibu Mheshimiwa. Your Excellencies, President, Deputy, Governor, na wana Isiolo hamjambo. Mimi ndiye mwenye katiba, naitwa Wanjiko, na mnajua katiba ni ya Wanjiko, sio? Na mimi ndiye nilimngoa former majority leader mwenye alinyang'anya ndugu yenu kiti, Mheshimiwa Duale, alikuwa anaitwa Mheshimiwa Amos Kemunya. Kule nyumbani tunasema ni Kamunya Kemunya. Na mimi ndiye mwana kiti wa mambo ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Moja tu wana Isiolo. Hii serikali yetu ya Kenya Kwanza ndio serikali ya kwanza kutabua zile kaunti zilisahaulika. Kama sisi Nyandarua pale tulipotelea katikati ya Rift Valley na Central. Nyinyi watu wa Isiolo na Northern Kenya pia nyinyi ni watu mlisahaulika. Kwa hivyo mkae ndani ya serikali na msisikize magazeti, msikize viongozi yenu, maana viongozi ndio mlichagua, sio watu ya magazeti. Asanteni. Haya, karibu Mheshimiwa Kanini. Huu ni mdosi wangu wa Jubilee. God is good and all the time. Your Excellency the President, the fifth, Dr. William Samoei Ruto, the Deputy President Rigathi Gachagua, the Governor, my friend, na wananchi wote. Mimi naitwa Kanini Kega, nilikuwa mjumbe wa zamani kule Kieni, lakini wakati huu nimefika hapa nikiwa katibu mkuu wa chama cha Jubilee. Na nikisimama hapa, nasimama hapa kudhibitisha kwamba sisi tunamtabua William Samoei Ruto kama rais wa jamhuri hii yetu ya Kenya. Wakati wa uchaguzi ni vizuri tuseme ukweli. Wakati wa uchaguzi mimi nilikuwa pande ile ingine na tukashindwa. Kusema ukweli tulishindwa. Na ni vizuri mtu akishindwa anakubali ameshindwa. Ajipange huko 2027. Your Excellency, we want to thank you because you have been magnanimous. Wale ambao walikuwa na kuunga mkono ukawaeka pamoja. Wale ambao hawakuwa na kuunga mkono ukatuleta sisi wote pamoja. Kwa sababu wewe ni rais
wa wale ambao walikupatia kura na wale ambao hawakukupatia kura. Huo ndio mfano ambao tunataka kuona kwa viongozi. Asante. Mimi nikiwa katibu wa chama cha Jubilee, niseme kwamba sisi tutafanya kazi na serikali. Kwa sababu angalia mfano wa hapa Isiolo. Gavana wa hapa ni wa chama cha Jubilee. Seneta wa hapa ni wa chama cha Jubilee. Woman rep wa hapa ni wa chama cha Jubilee. MPs wa hapa ni wa Jubilee. Lakini MCS hakuna hata mmoja wa chama cha Jubilee. Gavana atafanya kazi namna gani kama hana mjumbe hata mmoja wa chama chake huko ndani? Lazima ashirikiane na wale wengine wote. La mwisho nikimalizia, Mheshimiwa Rais, mimi naomba wakati mtu anamaliza awamu yake ya kufanya kazi, ni vizuri mtu apumzike na awe anapatia wengine mawaidha. Yule aliyekutangulia na tunaomba kwa sababu tunajua Mwenyezi Mungu, Your Excellency, atakupatia nafasi ya kuwa rais miaka ingine 10. Baada ya miaka 10 tusikuone tena ukingangania chama cha UDA kama vile tunaona yule ambaye wa Jubilee anangangania. Mimi ningeomba kwa heshima sana, aliyekuwa rais wa 4 wa Jamhuri ya Kenya aachane na siasa, ashirikiane na Mheshimiwa Rais, tupeleke taifa letu mbele. Asanteni sana na Mungu awabariki. Na ni vizuri nitangaze kwa sababu kuna wengine wanasema kesho kutakuwa na mkutano wa NDC. Nataka nitangaze nikiwa katibu mkuu wa chama cha Jubilee, kesho hakuna mkutano wa NDC. Tutaitana mkutano wa NDC wakati utafaa. Kesho hakuna mkutano kule Nairobi. Asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Your Excellency, the Deputy President, distinguished guests, all protocols observed. Your Excellency, mimi naitwa Dr. Mutunga kwa wale wajui. Kwangu ni hapa jirani, Tigania West. Walioko hapa wa Isiolo ni marafiki zetu, ni jirani wetu. Na tumeshirikiana nao muda mrefu. Your Excellency, tunakuanga na changamoto kidogo lakini si changamoto mbaya. Nafikiri tunapoendelea mbele tutasaidika. Nataka kusema jambo moja tu. Your Excellency, tuko na uzoefu wa ufugaji. Kwa hivyo hata sisi ni wafugaji. Lakini kulitokea changamoto moja mwaka jana. Nasikia kiangazi ilipozidi kuna mahali ndovu wanawekwa pale shamba. Sijui kama ile lango lilichomeka, walipitia hapo na hawakuja peke yao, walikuwa na walinzi. Na sisi tukiwa wa Meru huwa tunaangalia, tunajaribu kutambua haya mambo na tukaona kuna shinda. Na walikuja na vikaratasi. Shamba inakuliwa, tunapatiwa karatasi na jaza. Hao wakulima hata wakati huu waliomba mbegu. Ni wakulima, mazingira ni kama haya. Shinda ni nyingi. Tunaomba Your Excellency, na tunajua serikali yako inafanya kazi vizuri kabisa. Uimkumbushe Mheshimiwa ambaye ameshikilia upande wa wildlife tupate compensation, ndio hivyo hao watu wa kwetu waweze kuendelea na maisha mzuri. La mwisho, Your Excellency, Kanini Kega ni rafiki yangu, alikuwa chamani wangu kwa kamati moja. Na alipokuwa pande ile alikuwa ananiambia, Mutunga wewe kaa huko, lakini mimi nakuja na utanikuta mstari wa mbele. Leo Your Excellency, mimi nimekaa nyuma, Kanini Kega huko hapa mbele. Hii maneno hatuelewi. Nimesoma mambo mengi lakini siasa imenishinda. Kwa sababu najaribu kuangalia, sijui alikuwa ameona nini. Nafikiri Kanini nitakuita kama consultant wangu nielezee haya mambo yanaenda namna gani. Lakini Your Excellency, tunataka kukushukuru kwa jambo moja. Wewe umefungua mlango na ukasema serikali ni serikali ya Wakenya wote. Na umesaidia watu wote wakaingia serikali. Tunafurahia sana. Sisi tukiwa upande wa Meru, tumeshikilia upande wa serikali, ulifungua mlango wa Meru wote, hata wale walikuwa kwa Jubilee wakaingia kwa chama, na sisi tunafurahia hiyo. Tukiendelea mbele, tunaomba uendelee kufungua na kuendelesha Kenya iungane ikuwa pamoja. La mwisho, tulipokuwa kwa kampeni, kuna siku moja tulikuwa pale Kinuru Stadium na tukaona furugu kidogo, tukasikia kuna mgeni ameingia.
na yule mgeni alitokea akaingia pale, alikuwa ni ule mzee msumbufu. Aliposhika nafasi, tulimuuliza kama viongozi wa Meru, wewe unapojaribu kupata hii ushindi wa rais, utakapoupata ama utakaposhindwa, utaitikia matokeo ya uchaguzi, ndivyo sisi tujue wewe kweli ni kiongozi. Alisema mambo ambayo hatukuelewa, na tukajua hata tukishindwa hataitikia. Hakuitikia. Lakini wakati huu tunashukuru Mungu na tunashukuru wewe kwa vile umeshikilia na tunaendelea vizuri. Asante sana mheshimiwa. Nakaribisha mheshimiwa Keinan, alafu Senator Chute, tafadhali kuja mbele. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Dr. Samoei William Ruto, Mheshimiwa Makamu Rais, Mheshimiwa RG, CS Adam Barre Duale, Governor Isiolo, Governor Marsabit, waheshimiwa wenzangu, wananchi wa Isiolo, assalamu alaikum. Mimi unajua nilikuwa mtu ya Isiolo, nimesomea hapa Garbatula, nimewakilisha hapa Wajir West ambaye hapa ni jirani, na pia baadaye nikaenda kuwakilisha sehemu inaitwa Eldas. Na pia kama mjumbe ambaye mehudumu kwa muda, ni lazima ukweli isemwe. Sitarudia vile Mheshimiwa Kanini alisema, lakini kuna mambo fulani Mheshimiwa Rais, tukiwa wananchi wa Kenya, saa zingine tunaambiwa ukirudia uongo mara nyingi. Mimi Muislamu, na tukiwa Waislamu kuna aya ambaye inatuambia na sheikhs wako hapa, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dhakaril untha waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu. I think Fatuma Dulu wako hapa anajua, hata katika shule alikuwa. God has created nations and tribes so that we do recognize each other. And that is why these pledged nations, Mheshimiwa Rais, even in the countdown to the formation of the Republic of Kenya, God has brought people from different tribes to come and constitute one premier republic called Kenya, with one president, with one flag, with one currency. That reality must dawn on the heads of every Kenyan, and that is what will take us forward as a country. Mheshimiwa Rais, nasema hivi kwa sababu hata ukiangalia the opening chapter ya katiba ya sasa, it talks about sovereignty and representation. Na ningependa niwaeleze watu ya Isiolo, uchaguzi ulifanyika na imefanyika kwa kadri ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu sisi tukua Waislamu pia tunaamini kuna kitu inaitwa qadar. Kila kitu inapangwa na inafanyika kulingana na maombi na matakwa ya vile Mungu anataka. Sasa jameni, tulifanya uchaguzi, kila kitu kikafanyika, Mungu akatupatia rais, Mungu akatupatia makamu wa rais na viongozi. Na wewe usiku mchana uko pale unapiga dramu, unangojea haitafanyika kwa sababu Mungu ameshaamua na hiyo imefanyika, ungojea wakati mwingine. Mheshimiwa Rais, kuna jambo inaongelewa hapa katika bunge, mambo ya taxation, na ni mzuri pia tuseme ukweli. Dada yangu hapa dakika kidogo. Katika sheria ya bunge ukiangalia zile nchi inaitwa the Scandinavian countries, Poland, Finland, Netherlands, Sweden, Norway, kuna sheria moja yani raia wote hawakubaliwi kuvunja, ni sheria ya taxation. Na hizo nchi ukiangalia today are the most developed countries in the world. Wewe mtu hapa anakuambia leta huduma na anakuambia usiongee mambo ya ushuru, huyo mtu ni mdanganyifu. Ni lazima tulipe ushuru, na sisi tukiwa bunge katika sheria ya sasa kuna nidhamu, kuna taratibu. Kwa sababu unaambiwa leta huduma, leta afya, leta maji, unaambiwa usiongee mambo ya ushuru. Wewe utatoa pesa ya kuendesha nchi wapi? Ni lazima itolewe. Na hiyo hata mashekhi wale mahubiri hapa walikuwa wanauliza sadaka. Wakitoka hapa iko kazi wataenda kufanya. Sisi ndio tuliwapatia sadaka. Kwani hiyo unaweza kuita nini? Naambia wale wajumbe hapa, msisuke. Sheria ya taxation tunaelewa. The bill has been published. It has been subjected to public participation. Raia wametoa maoni yao. Sisi tukiwa wabunge tutaangalia, na lazima serikali ipate pesa ya kuondesha huduma. Naambia wale ambao wanasema watakuwa na maandamano kuhusu taxation hawajui sheria ya Kenya. Ya pili, Mheshimiwa, katika sehemu hii kuna shida mbili, na nina hakika wewe ukiwa mfugaji na mimi nikiwa jirani hapa ni lazima tuseme. Moja ni yetu na tunataka utusaidie, ni mambo ya Rastalin na
kutokuwa na usalama katika sehemu ya wafugaji. Ile nidhamu unaendesha saa hizi, tunakuomba hiyo, na nyinyi tukiwa watu ya Isiolo na sisi jirani hapa, ile kitu imeturudisha nyuma ni kutokuwa na usalama. Tuko tayari kuunga serikali mkono ili tupate usalama? Tuko tayari? Ya mwisho, Mheshimiwa Rais, kuna ugonjwa fulani ambaye imekuwa jirani hapa, na lazima pia tukiwa viongozi, tukiwa wazazi, lazima tuseme ukweli. Kuna jambo ya ulevi, yani drugs, ambaye imetoka inaitwa, na hakika sheikhs wako hapa, marijuana, hashish, kete. Mheshimiwa Rais, ukiangalia hapa hata miji hii na Wajir na sehemu zingine zote, hizo drugs haikuweko zamani, wakati wetu wa Isiolo haikuweko, lakini sasa hizi imeenea na kusihi kupitia idara ya serikali hiyo pia ikomeshwe, na nasema asante sana Mheshimiwa Rais. Haya, asante Mheshimiwa Keinan. Naomba tufupishe maneno. Karibu Senator Chute. Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Makamu wa Rais, mimi naitwa Mohamed Chute, senator ya ile kaunti kubwa sana ndani ya Marsabit. Mheshimiwa Rais, wakati tunatafuta kura, tulienda Ethiopia kutafuta kura. Tukafungwa jela ndani ya Ethiopia kwa sababu tulikuwa nauza sera ya chama ya UDA. Mimi Naomi, Senator Mheshimiwa Naomi, Mheshimiwa Alkano Konso, tulienda tukaingia choo shimo yake ni kidogo sana. Sasa tukasema wanaume wanaweza kulinga kwa hiyo shimo, hasa huyu mama ni shida, tukatafutia choo ngine mbali. Mheshimiwa Rais, tulipotoka kutoka Ethiopia tukafika Kenya, tukafungwa jela tena. Tulikuwa na nimesahau Mheshimiwa Kelo, tulikuwa na yeye, Mheshimiwa Alkano, Mheshimiwa Naomi. Tukaambia Mheshimiwa Naomi, wewe toroka, sisi wacha tufungwe jela. Mimi na Kelo tukazubaa, tukawekwa ndani Moyale. Na wale walituweka ndani ni wapinzani wetu, wale hawakuwa naamini UDA watashinda hiyo kura. Kuna watu walikuwa nafikiria ile serikali iko hapo juu hawataweza kuangushwa, hawataweza kutolewa hapo. Mheshimiwa Rais, wacha nikushukuru, kiangazi ya juzi Marsabit, Isiolo, Moyale, Wajir, Mandera, watu walipata shida sana. Na nataka nikushukuru, na deputy pia ulipatia kazi ya kusaidia watu, hakuna mtu amekufa hata moja. Hiyo ni shukurani sana. Makamu wa Rais akisema hii ni kampuni, hajamaanisha ni kampuni. Ni wale walifungwa jela Ethiopia, wale walifungwa jela Kenya. Hata tunaulizwa wakati tunafungwa jela Kenya, tunaambiwa tumeshikwa kwa nini? Wanasema ni kutoka huko juu. Hiyo juu saa hii iko wapi? Hawako. Kwa hivyo ya mwisho, Mheshimiwa Rais, Marsabit tunataka KPR. Inaitwa NPR siku hizi. Hatuna bunduki, tuko na shida. Samburu wako naye, Isiolo wako naye, Mandera wako naye. Tafadhali sana, ikiwezekana next week patia sisi ya bunduki. Asante sana, Mungu awabariki. Asante sana Mheshimiwa. Nataka kukaribisha Mheshimiwa Ndindi. Mheshimiwa Ndindi, karibu. Asante sana. Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Deputy President na viongozi wote, our clergy na watu wote wa Isiolo. Bwana Yesu asifiwe. Asalamu alaikum. Hapa Isiolo iko yote. Mimi naitwa Dede Nyoro na kwetu ni kule Kiharu Murang'a. Tumesema Isiolo yote iko hapa. Eserian Pokin na Ejokosi Mata Nabo
Bulti naga. Naganin badada. Yoya. Amare yoya. Mheshimiwa Rais, mimi nashukuru sana hawa wagwana wa Isiolo kwa sababu tulikuja hapa wakati ya kura na tukaenda na wewe pahali kwingi. Tukaenda Gabaratura na wewe, tukaenda Merti, tukaenda Kina na tukaenda pahali kwingi hapa Isiolo. Na Mheshimiwa Rais, nashukuru kwa sababu hawa watu wa Isiolo walitusikiza na ndio maana tumekuja kushukuru kama His Excellency Dr. William Samoei Ruto akiwa rais wa 5 wa Kenya. Na Mheshimiwa Rais, unakumbuka hata tulienda Siricho na wewe na tukaahidi hawa wangwana wa Isiolo mambo mingi. I want to confirm to the Kenyan people kwa sababu umenipea jukumu kubwa pale bunge ya kuangalia maneno ya pesa ya nchi kama budget chair. Na nataka ni confirm kwa watu wa Isiolo, rais wetu ametueleza tukiweka ile maneno ya kumalizia zile project zinaendelea, lazima tuweke project za Isiolo, barabara za Isiolo zikamilike, maneno ikuwe sawa. Mheshimiwa Rais, kwa sababu nasikia juzi watu wengi wanaongea hata kwa magazeti, I also want to confirm wewe umekuwa rais very few months, na katika hiyo very few months you have done a lot for the Republic of Kenya. Number one, Mheshimiwa Rais, you broke the record in terms of hiring the highest number of teachers. You hired 35,000 teachers even before you read your first budget. Mheshimiwa Rais, you have operationalized JSS, you have given our farmers fertilizer, you have launched the Hustler Fund, na katika hata maneno ya kiuchumi, tumeona ya kwamba inflation has come down to the current around 7.9%, and it is going lower, and especially with the blessing of rains. We have also seen in this budget that you are making, wewe umetuagiza ya kwamba lazima tupeleke maneno ya madeni chini. And that is the reason why our fiscal deficit in this budget that you are making is climbing down from around 5.7% to around 4.1%. Ndio nchi ya Kenya ikuwe nchi ya kujitegemea. Ya mwisho kabisa, Mheshimiwa Rais, we have had several presidents who have retired in Kenya. We saw President Moi retired. And when President Moi retired, he respected the will of the people of Kenya, na yeye akauga mkono yule amechaguliwa. We also saw our former president, President Mwai Kibaki. He also alituonyesha example that when you retire, ni vizuri una support yule amechaguliwa. Lakini sasa, hii hata kwa katiba sio kuuliza. Our Presidential Retirement Benefit Act is very clear on Section 6 that when a president retires, that you should cease as a former president to hold any position in a political party. We are now 8 months since elections. Mimi nauliza rais wetu ambaye amestaafu. Tafadhali rais wetu ambaye amestaafu. Wewe tulikuchagua na yule mwenye alikuondokea kwa kiti akakuheshimu and supported you. Hata kama tunajua hata initially President Kibaki was actually not supporting you, Mr. Former President. We are requesting you as the people of Kenya, please respect the Presidential Retirement Benefit Act so that you can lead by the example na wengine wafuate. And hiyo katiba is very explicit of what should happen. It is very explicit on what should happen when you do not obey that Retirement Benefit Act. Mheshimiwa former president, mimi nakuuliza kama kijana, tafadhali, sisi wa Kenya tunaheshimu kiti ya marais ambao wamestaafu. Tafadhali tusaidie kuendelea kuheshimu hiyo kiti. Mheshimiwa former president, I am not qualified kukupea mawaidha, lakini tafadhali pigia huyu rais wetu simu, congratulate him, resign from political parties, ndio tuendelee kukuheshimu. Asante sana na mubarikiwe watu wa Isiolo. Haya, asante Mheshimiwa Ndindi. Sasa nakaribisha jirani wetu
Mheshimiwa wa Nupeo. Haya. Haya, watu wa Isiolo hamjaboni? Mugeni renge. Ibwaga mono antaba Isiolo. Asanti watu wa Isiolo kwa majina. Naitwa Mporo Aburi ambaye ni naiva wenu hapa Tigania East. Kwa hivyo yangu ni kusema kwamba lazima tusikizane, tupendane, tuwe kitu kimoja. Hakuna tofauti ya mtu wa Isiolo na Mmeru na Mtigania. Tuko kitu kimoja. Tuko kitu kimoja na tunapendana. Mheshimiwa Rais, pole kwa kuchelewa kwangu. Nilikuwa kanisa ingine mahali alafu nikaona nije nikukaribishe Isiolo. Kwa sababu Isiolo ni mahali tunapenda. Yangu Mheshimiwa Rais ni kukueleza ya kwamba wana Isiolo ni watu wa maana sana. Ni watu wana imani na serikali. Ni watu wako na msimamo. Wakisema ni wewe, ni wewe. Ukipanda, wanapanda na wewe. Ukienda mahali popote, wanaenda na wewe bwana Mheshimiwa Rais. Ndipo tasema kwamba sisi tukiwa watu wa Meru community na Isiolo tumesikana, tutaimba wimbo wako usiku na mchana. Na mwambia Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta, tangu achaguliwa wakati ule wote kutoka 2017 mpaka 2022 hajawahi kanyanga Meru. Lakini wewe umekanyanga Meru zaidi ya safari 5. Umekanyanga hapa zaidi ya safari 4. Ndipo tasema kwamba tutaenda na wewe. Mimi Mporo mtu Abori nilikuwa Azimio. Na wakati nilikuwa Azimio nikaingia na chama ya NOPEU, National Ordinary People Empowerment Union, na nikaamua eti ya kwamba lazima nikufuate kwa sababu yasema kwamba atakawa mama yako ndio baba yako na wewe ndio baba yetu Mkenya ambaye ameoa mama yetu Mkenya na lazima tukufuate. Kwa mimi malizia Amenikata bwana, hiyo laini nilikuwa na umeharibu. Akoboga laini hiyo bwana. Wacha nianze tena sababu ameniharibia. Kwa hivyo mimi nasema kwamba tutaenda na wewe. Na mueleza Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta, kama sio wewe angepata kiti ya rais, kwa sababu mimi nakuelewa ya kwamba wewe ni mzalendo. Wewe ni mtu ambaye serikali yako ni tamu. Serikali ya UNDA ni tamu. Haina mtoto wa mgongo wala wa tumbo. Haina mtoto aliye na mata wala makamazi. Huwa ni Mturukana pamoja, Mmasai pamoja, Mmeru pamoja. Wote unaunganisha wanakuwa kitu kimoja. Ndipo mimi nasema kiwa Mporo mtu Abori, nitasimama na wewe na chama yangu ya NOPEU itaunga serikali mkono usiku na mchana bwana Mheshimiwa Rais. Mimi sina mengi ya kusema. Nasema asanti na karibu Isiolo. Lakini wakati tafika kwamba hakuna maana kupambana punda mteremko, achilie teremke. Kama wewe Raila Amolo Odinga ulipewa serikali na wakati wa Nyayo ukapewa miaka 5, haukuweza. Ukapewa na Uhuru, haukuweza. Sasa hizi unataka ni kama kupewa mwanamke, unaingia naye kwa nyumba, unasema mwaka wa kwanza hakuna nge, ya pili hakuna nge, ya sita hakuna nge. Twasema kwamba umeshindwa, wacha Mheshimiwa William Ruto aingia naye kwa nyumba, aweke vijana, watoto wote, unganisha wote wawe kitu kimoja. Na kwamba sasa kwa sababu ya haraka takuya siku nyingine. Si ndio? Wangapi wasema nirudi siku nyingine wakamkono asanti. Kuna kawimbo nasema moto wa Ruto moto umewa, moto wa Isiolo moto, moto Turukana moto, moto Moyale moto, moto kwa Meru moto. Asetani anainama, anainuka, akaangalia, akaona Ruto, akatoroka huyo. Aya, asante sana Mheshimiwa. Sasa ni wakati wa kumkaribisha dadangu Naomi ambaye ni Deputy Whip National Assembly. Karibu Mheshimiwa. Thank you Mheshimiwa. Your Excellency our President, our Deputy President, all protocols observed. Ni wakati wa muhimu sana kufika hapa Isiolo na ninataka kushukuru gavana wetu hapa Isiolo vile ametukaribisha. Watu wetu wa Isiolo, asanteni na pongezi kwa sababu mlichagua president wetu William Samoei Ruto hata kama opposition ilikuwa kali. Your Excellency,
nataka kuchukua wakati huu ni kushukuru kwa mambo mengi pamoja na wa deputy president. Sisi wenye tulikuwa tumeitwa hapa mbele, kwa kweli tulisimamia chama yetu, na hata baada ya elections umetuheshimu ukasimama na sisi. Jambo la kwanza, mimi mwenyewe umenifanya deputy chief whip, na ninataka kushukuru kwa sababu umeheshimu hii community yetu na ukatupatia, na kama watu wa Marsabit walipata hiyo position, hata watu wa Isiolo wamepata. Asanti sana kwa hiyo. Number 2, our hosting governor alisema kulikuwa na watu wa usiku na kulikuwa na watu wa mchana. But with your wisdom, your excellency, I know your ultimate goal is to unite this country. And asanti sana kwa kuleta watu wa usiku na watu wa mchana pamoja. Sasa sisi wote tuko pamoja kwa serikali yako. Your excellency, kama viongozi wa upande huu, kuna mambo kadhaa ambao tulifanya request, na ninataka kukushukuru kwa sababu wale wote ambao walikosa positions, sio wote lakini kiasi kadhaa umetusikia, na ninajua ya kwamba hata yule mheshimiwa senator kule Marsabit alikosa Bagaro, ulimpatia position. Ninajua ya kwamba Honorable Kalicha ulimpatia position. Ninajua ya kwamba mheshimiwa Galmbaraka pia ulimpatia position. Hussein Tene pia umempatia position. Kuna watu wale ambao wamebaki kama Nu, na tunakuomba tafadhali hata hawa wenye wamebaki uwakumbuke. Mheshimiwa, hiyo ni kidogo sana. Wakati tulikuja kwako kama viongozi, tukafanya request yetu na tukakuambia utupatie PSs. Na ukatupatia PS moja kutoka hapa, Mohamed Liban, na PS mwingine kutoka Marsabit ambao ni Commissioner Kelo. Tunasema hiyo yote ni asanti. Your Excellency, tena tunakumbuka wakati tulikuja kwako, tulikuomba hata kwa mambo ya cash usitusahau. Ukakumbuka dada yetu Rehema Jaldesa ambao ni mtu wetu wa UDA. Na tena ukakumbuka mheshimiwa wetu Sunya Ore ambao alikuwa akue governor kutoka Rendile community. Your Excellency, unajua vizuri vile tulisimama pamoja sisi wote, tuka request wewe usimame na hawa wenzetu. Na hata sasa kama moja wa kiongozi, ninakuomba wale ambao wamebaki, haswa wa mama, kuna wale ambao wanatafuta positions mbali. Ninakuomba ukumbuke hata wa mama. Juzi nilikuwa Marsabit na Ndindi Nyoro, wa mama walisema ambia president atukumbuke, na kuomba ukumbuke wa mama. Na tuko na madam wetu ambao ni acting CEO wa National Lands Commission. Your Excellency, this gracious lady needs your attention, na ukimwangalia tutakushukuru sana. Asante Your Excellency kwa kutusikia na kufanya kazi na sisi, na make sure ya kwamba wakati wa siasa imeisha. Saa hii ni kufanya kazi pamoja, sisi wote tufanye kazi ili maendeleo ikuje. Asante sana Your Excellency. Asante sana dadangu. Sasa ni wakati wa kukaribisha dada yetu ambaye ni party leader, Mheshimiwa Sabina Chege. Assalamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Isiolo tusalimiane hivi. Your Excellency the President of Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto. Your Excellency the Deputy President, Rigathi ama ukipenda Rigiji. Cabinet Secretaries ambao wako hapa, our host governor, waheshimiwa wenzangu, pia MCAs na viongozi wa kanisa, na pia viongozi ambao wako hapa ambao ni viongozi wa Islamu. Yangu yatakuwa machache sana. Kwanza mimi ni kuwashukuru watu wa Isiolo. Leo nimekaa pale nikakaa tu nikiwaadmire kwa sababu nimeona picha ambayo inaonyeshana vile Kenya inafaa kukaa. Nyinyi wenyewe sijaona pahali pengine tumekutana na Wakristo na Waislamu wameomba pamoja. Kwanza mjipigie makofi mazuri sana. Ya pili, nimeona hii town ya Isiolo kuna makabila yote. Ndindi Nyoro ulisalimiana yote, lakini sikusikia ukisema Muriega. Hiyo sikusikia. Nimeona watu wote, Kenya yote imewakilishwa hapa Isiolo. Na nataka kumshukuru gavana wenyu
kwa sababu nimeona amerecognize wale walikuwa kwa serikali hapo mbeleni, wale wako, na nikaona unafanya kazi na umewajua hawa wote. Hata ukisema ulikuwa wa usiku, nimeona kama usiku yako haikuwa usiku sana. Ulikuwa unafika pale jioni, sio usiku kabisa. Mheshimiwa Rais, umekuwa rafiki wetu. Sisi ndio tumebaki kule kwa chama ya Jubilee, ambayo ilikuwa ni chama yako. Tukakusukuma hivi, mkatoroka, tukabaki wachache pale kwa Jubilee. Na tumeshikilia chama, na ningetaka kukuhakikishia kwamba ile chama uliacha, hata kama ilikuwa karibu ishe, sisi na kina Kanini na kina Keinan tunajaribu kufufua, na gavana hapa na seneta wa hapa, na unaona vile seneta pale amefurushwa kwa bunge kwa wale ambao tulikuwa tumeenda kwao. Sasa sisi tumekuwa watoto mayatima, na tumekuja kukuomba kwa heshima, tukipiga ile mlango yako unatukaribisha, na tumeona pia umeshikilia Fatuma, amefurushwa pale kwa Senate, na tunataka tusimame na yeye kwa sababu watu wa Isiolo walimchagua kama senator, aende awakilishe their interest at the Senate, not the interest of selfish people. Ya mwisho nataka kuambia kama kuuliza watu wa Isiolo, nyinyi mnataka rais afanye kazi ama watu wafanye maandamano? Mnataka kazi ifanywe ama maandamano? Na mimi ndio nikasema asiyekubali kushindwa sio nini? Na sisi tukasema tutaunga mkono rais wa Jamhuri ya Kenya, kwa sababu kiongozi wangu wa chama cha Jubilee ndio alipeana ile instruments of power na akapatia William Samoei Arap Ruto. Kwa hivyo itakuwa ni makosa sana tukisema we do not respect him. We respect him, we will support you with your deputy president. Hata nikifika hapa Isiolo, nimepata kuna airport ambayo ni mzuri sana. Your Excellency, if that airport inaweza kuwa tu expanded kidogo, wale watu wa miraa wanatoka huko Meru, wanakuja hapa Nairobi, they can be able to do their business here, hata ya livestock. Kwa hivyo nikimalizia nitasema ya kwamba kwa wana Jubilee, our former party leader ambaye alikuwa ni rais, tunamheshimu sana, wakati wake wa miezi 6 uliisha. Na kama chama tutarudi mashinani ili tufanye maneno yetu, ndio ifike maneno ya delegates pale. Na mimi namuomba former president ambaye mimi nilibaki na yeye tukamshikilia mpaka pale mwisho, nimuombe kwa heshima, sasa yeye ni mzee, anafaa atulie, akuje polepole, atuofe sisi kama watoto ambao ameacha wadogo advice. Lakini tungeshtuka sana tukimuona akienda pale kwa street akifanya maandamano. Tumwambie asidanganywe na yule mzee tena. Yeye mwenyewe atulie vizuri, na tutahakikisha ya kwamba in his retirement he's going to be happy. So Your Excellency, huyo mzee wetu hata kama hata kupigia simu, mimi nakuomba mwambie sisi kama watoto tunaomba asituaibishe tukimuona kwa street, a relax kidogo, wakati yake imeisha, abariki wengine wetu. Na niwaambie wana Jubilee, kesho hakuna mkutano, kwa sababu hata hiyo position ya party leader iliisha 6 months ago, na sasa tuko 8 months. Kwa hivyo ile waliona kwa gazeti hiyo ni porojo. Wale wataenda mkutano Nairobi, hiyo ni mkutano tu ya kisiasa. Tutaitana mkutano, tuko na gavana mmoja tu wetu hapa ambaye ni wa Jubilee, na tutaitana mkutano ya Jubilee halali, na tutaanza mashinani kama tunaenda juu. MCAs wetu pia niwaambie ile mkutano mtaitwa head office, si mkutano ya kwenda kupigana na mawe kule Nairobi. Mungu awabariki, tunawapenda sana. We pray for this government. Hakuna mtoto anazaliwa anaanza kutembea. Tunajua hii safari itakuwa refu, but we shall support. Mungu awabariki sana, mkae na amani, na nawapenda sana. Asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa Sabina Chege. Sasa ni wakati wa kumkaribisha Simba wa Saku, Mheshimiwa Ali Raso. Your Excellency, the President, the Deputy President, Brother Aden Duale, permanent secretaries who are here, members of Parliament, members of the Senate, the clergy, members of County Assembly, governors, our host governor, ladies and gentlemen, good morning. Watu wa Isiolo tusalimene kwa hewa. Your Excellency, today is a special day.
I think for those of us who have worked with you, we did a whistle-stop tour during the campaign. We started in Merti, in Sericho, in Kina, and then we finished our tour in Isiolo town. I remember Didi Nyoro saying that was the biggest crowd. But I told him, you are yet to see the biggest crowd. I want to thank our people of Isiolo for having elected William Ruto as the 5th president of Kenya. By extension, I really want to thank the leaders who are called here by Governor Guyo, because we were very determined. We remained steady, and we worked with the president. We were not afraid of any consequence that was going to befall us. When Governor Guyo talks about those who worked with the president, I think he means it. God forbid, had Ruto lost the presidency, I think a lot of people sitting here were not going to sit here with us, even if we were going to celebrate a loss. But thanks God, we are celebrating a win, and a win, for that matter, for Kenya and the hustlers of Kenya. Mr. President, there are issues of parties here. The issues of parties, Jubilee, UDM, and UDA. Many of us, we have said that UDA will be the party of our time. And we thank our brothers and sisters from Jubilee for joining us. And I also want to ask those of UDM, a small party in the region, to join with us and work with us. The other thing about the party, which I really want to say quickly, is that the elections are over. Everybody has talked about it. We made sure Guyo was not going to be the governor. That is how I came to you, and we stepped down Usentene in the middle of the night, so that Doyo was going to be the governor. But that was not to be. Eventually, Guyo won. I want to ask our people of Isiolo and leaders from Isiolo and from our region, let us respect those who have been legally, genuinely, and overwhelmingly elected by our people. Because the mandate belongs to the people. At the national level, there are only two elements. There's the government and there's the opposition. The opposition must play its role, not to play the role of government. Mr. President, we were watching when you were doing the press conference with the media, and you made very bold statement how to move Kenya forward. And people keep on telling us, you know, there's Korea, there's Singapore, there's China. Those countries advanced because of their leaders taking firm position in moving their nations forward. So my advice to you, although like many are saying, I'm not the most qualified to advise you, is when you make a decision that is in the best interest of this country, you must move forward. You should never look back. Parliament is with you, and all those who are your foot soldiers are there to defend that position in the interest of this republic. I just want to say two other things on the issue of insecurity. We really thank Honorable Kindiki. I think he's doing a good job. He's able to touch the ground from the North Rift all the way to Northeastern. Our request is the issue of KPR, which the Senator of Marsabit talked about, needs to be fast-tracked.
The issue of Northeastern and Eastern, I think with our brother Aden Duale here, we as communities will be able to help the government to sort out some of those issues. I want to finally say this. Those who have worked with you, you have given us permanent secretaries. You have given us CAS. But still, we have many casualties out there, including Nuh, Ibrahim, and many others, although I could just identify him. So for that reason, Your Excellency, yes, you have given us, but it is not yet enough. Finally, we had a very serious drought. That drought, I want to thank the DP P.A.G.CHURCH. It is true, we got food and none of our people died in 15 counties that were really affected by the drought. Today, my request is this. Our people have lost all their livestock. I think that is the mainstay of their economy. If the budget is going to allow, I would really request if we can look at restocking so that our people can go back to their main economic stay. Finally, I am in the bipartisan committee. It is a very important committee. I think you use the wisdom of Solomon to accept continuity of discussion. We as Kenyans, we must talk. We must talk as government, opposition must talk. And we must talk to each other. I think what the opposition also should not forget, they are opposition, they are not government. With those remarks, I really thank you. And I want to thank you for choosing Isiolo as your first destination in northern Kenya. Thank you, Your Excellency. Asante sana Mheshimiwa Raso. Mheshimiwa Tupi kidogo. Kabla sijamuita Mheshimiwa Tupi na seneta wetu, nami ningependa kusema yangu. Tunarudi nyumbani sasa. Your Excellency, kuna ukweli lazima tuseme na sauti ya juu. Kuna sisi wale tulikuwa upande ile ingine. Na tukachapa siasa the other side, ikaenda hivyo. Lakini ile kitu ilitufurahisha sana, vile Samon iliongelewa hapa kuhusu kuwa dependable and reliable, watu wa Isiolo waliamua kuwa watu ambaye wanakuwa dependable na reliable katika chama ya UDA. Tulikuwa tunawatembelea kuwaomba kura, walikuwa wanatuambia omba yako, hiyo ya huko juu ni ya hasla, wachana nayo. Hata wakati wengine walikuwa na yumba, walisema nyie endeni, si tumebaki tu hapa. Na wakabaki na wakatupatia kura, ukakuwa rais. Wakakupatia wewe, ukakuwa rais. Leo hapa nimebeba sauti yao. Kuna mambo 1, 2, 3 wamesema lazima nikutajie. Jambo la kwanza, Mheshimiwa Rais, ni kuhusu ardhi. Mambo ya kwanza, sisi vile unaelewa ni wafugaji. Percentage kubwa ya ardhi yetu ni community land. Hadi wa leo, Your Excellency, hiyo ardhi bado haijasajiliwa. Na kwa sababu ya hiyo, watu wa Isiolo wako na wasiwasi usiku na mchana. Mambo ya ardhi tena, Your Excellency, tuko na sehemu inaitwa Kakili, tuko na sehemu inaitwa Leparwa, tuko na sehemu inaitwa Garmara, tuko na sehemu inaitwa Oldonyiro, tunasumbuana na KDF usiku na mchana. Na ni mzuri Mheshimiwa Duale ako hapa na nasikia. Sisi tumekuwa watu wazuri sana kama watu wa Isiolo, tumeweka KDF hapa. Lakini wanatusukuma nje, wanatoa watu kwa vijiji na kwa manyumba sasa. Tunakuomba Your Excellency, ardhi ni kubwa. KDF watoke kwa manyumba zetu
kwa vijiji zetu na kwa town zetu. Jambo lingine, bado juu ya ardhi. Your Excellency, kuna sehemu inaitwa Mwangaza hapa Isiolo. Watu wameishi, wamejenga, wamelea watoto hapo, wako na familia, lakini hawana cheti, kila siku wanasumbuliwa. Tunaomba kwa heshima, Your Excellency, hawa watu wapewe cheti, waweze kuishi kwa njia ya amani. Bado juu ya ardhi, Your Excellency, kuna barabara inaitwa Horn of Africa. Compensation ile imefanywa upande ya Garissa haikaribiani na ya Isiolo. 6 years ago, watu wa Garissa Nuno walipewa 45,000 for a square meter. As if the land is depreciating, Isiolo wanapewa 25,000. Hiyo hata ileti, I make sense. Kwa hivyo tunaomba tusaidiwe. Jambo lingine, Your Excellency, ni mambo ya elimu. Wakati TSC ilifanya delocalization, walitoa walimu wote wa sekondari hapa. Vile tunaongea leo, hakuna learning inaendelea hii county. Walimu wa sekondari zaidi ya 100 hawapatikani hii county. Tunaomba tafadhali hawa walimu warudishwe. Na nyingine, Your Excellency, sisi ni wafugaji, tunahamahama, shule za day haifai lifestyle yetu. Ile inafaa lifestyle yetu ni boarding school ya sekondari. Tutengeneze 2 model boarding schools. 2, just 2. Kwa sababu ile pesa ya inapeanwa ya infrastructure and maintenance pia inapeanwa kulingana na enrollment. Enrollment yetu iko chini, completion rate yetu iko chini kwa sababu ya kuhamahama. Kwa hivyo tutengeneze 2 model secondary schools. Ya mwisho, Your Excellency, ni mambo ya drugs. Mambo ya drugs. Hapa tuna vijana. Wamama umeingia kwa depression kwa sababu ya vijana kutumia drugs. Tunaomba mambo matatu. Tuweke rehab hapa. Ile campaign Rigiji anafanya ikuje Isiolo pia. Tupambane na hawa watu. Na pia NACADA iweke ofisi yao ya kuserve hapa Eastern Region. Na nikimalizia kabla sijaita mzee wetu hapa, Your Excellency, mambo ya Lapset project. Imepelekwa hivi haingii ndani ya Isiolo tena. Hiyo barabara inafaa kupita Kulamawe ndio ingie Mercy iweze kupanua upande hii ya Isiolo County. Tunaomba kwa heshima na unyenyekevu, kindly talk to those people, let them bring back route ya Lapset irudi upande ya Isiolo, ndio it makes sense because it is shorter and it's cheaper that way. Kwa hayo machache na mengi, nataka kukaribisha mzee wetu Mheshimiwa Tupi, MP South. Mheshimiwa, karibu. Asante madam. Watu wa Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Makamu wa Rais, wageni mashuhuri, CS Defense Bwana Duale ambayo ni jirani yangu kule, na wananchi wageni watukufu. Asalamu alaykum. Yangu nafikiri ni jambo ambayo itakuwa ni mfupi lakini sio mfupi sana. Leo ni siku ya kuomba. Ni siku ya maombi. Na maombi ile tunaomba Mwenyezi Mungu. Na mimi nashukuru sana rais wetu kama amefikiria leo ya kwamba maombi ya kwanza alete Isiolo. Itakuwa ni tunaombea wa Kenya na bado tunaombea Isiolo. Si tuko na shida mingi? Sasa tutaomba leo rais wetu, ile mambo tutaomba Mungu, tunangoja Mungu akubali. Mambo ingine mingi ya hapa ya duniani rais leo atakubali bila shaka, kwa sababu ni wakati yake, wakati ya kuomba. Na mimi nimesimama hapa ili kujaribu kuomba. Naomba Mwenyezi Mungu, na mimi naomba President William Ruto. Shida yetu wengi wamesema, madam amesema, jambo mingi, jambo ya Lapset amesema. Jambo ya Lapset iko na component karibu 4. Component 4 hiyo ni gani? Hiko dry port, hiko railway station,
hiko na airport na hiko na dryport railway station na there are 4 of them. We will request you, hiyo kitu badala ya kupeleka kuleta upande hii, hiyo barabara ikitoka Garissa ikuje mpaka Kulamawe, ipite ivuke barabara vile mheshimiwa Rep amesema ivuke Merti, na hiyo component yote inaweza fanyika pale Kulamawe. Hiyo vitu yote ifanyike kule, huko ifunguke iendelee. Ile kitu tumekuomba ni kwamba Lapset inapita kwa constituency yangu kwa kirefu kabisa, na inapita tu kama ndege. Hakuna pahali inapiga break, inapita tu, na ikisimama kidogo ukijaribu kutengeneza ports kama hiyo, railway station iwe hapo, refinery iwe hapo, iwe Isiolo South, basi itakuwa imepiga break na itafanya hao wananchi waendelee. Mheshimiwa Rais, kuna jambo hapa. Sisi kama Isiolo tuko majirani 5 ya counties. Tuko na Garissa upande ile ambayo Mheshimiwa Duale ametoka. Tuko na Wajir ambayo Mheshimiwa Kenale ametoka. Tuko na Garissa ambayo kina governor na senators wako hapa Marsabit. Tuko na Samburu hapa ambayo sioni watu yao hapa. Na tuko na Wameru ambayo Apuri Mburi ametoka. Mheshimiwa Rais, there is historical injustice ambayo ilitokea kutoka independence. Historical injustice here. For you to go to Ngaremara today, for you kwenda Ngaremara ambayo ni ward ya Isiolo, you must pass another county called Tigania East, I don't know, Tigania West, I don't know, Tigania what. Boundary hiyo utapita ili uende Ngaremara. Mimi kwenda constituency yangu from Isiolo headquarters, utakuta mimi napita county 3. County 3 hiyo yote ni wajirani yetu hapa. Hiyo mambo tulipeleka kotini. Koti ikasema kwamba commission iwe formed na National Assembly. Na National Land Commission iangalie hiyo mambo na address historical injustice. Up to today that matter did not land in parliament. Paka dakika leo na sisi tuko kwa parliament. Tumeuliza wenzetu walikuweko, wanasema kwamba serikali haikutaka hiyo nini commission iundwe. Tungekuomba tafadhali sana hiyo commission iundwe. Historical injustice kati yetu. Ukiangalia map ya Isiolo iko map uko kubwa Merti Garbatula, alafu iko shingo kidogo inakuja, hiyo shingo inaingia hapa Isiolo Central. All development all over inakuja hii shingo kidogo hii, badala ile kubwa ya huko shingo hii kidogo. Hiyo shingo kidogo hii, ukiangalia map vizuri utashangaa. Sisi tuko Gaza Strip, kwa sababu ukitoka hapa mimi lazima nipite barrier ya kwanza, barrier ya pili, barrier ya 3 ya kutoka Meru. And I'm going to my constituency. And I'm going to my ward. Hiyo jambo sisi nataka ututengenezee tafadhali sana hiyo mambo. Koti iliamua, Lenaola aliamua in 2016, and that matter is supposed to be done. Mheshimiwa Rais, leo ni siku ya kuomba. Na mimi bado naomba. Vision 2030 ilisema Isiolo ikuwe resort city. Kiwanja ndege ilijengwa hapa. Abatoa imejengwa hapo. Hata ingawa Governor Abdu Guyo amesema ataimalizia, that project is still dead na hakuna pahali inaenda. Kiwanja ndege, nafikiri ndege ya 3 ama ya 4 ile imeingia hapa ni yako ya leo. Hii hapa kiwanja. Tunataka hii kiwanja ifunguliwe. Ile miraa inapelekagwa kule kutoka Maua ifanyiwe hapa, vijana wetu wapate kazi. Hapa. Kwa sababu hatujui sababu gani ilijengwa na hakuna pahali inaenda.
ya mwisho, sio ya mwisho. Nikuomba. Hiko Isiolo nakimbia. Isiolo iko na minerals mingi. Iko minerals, Duse iko na mine. Kom iko na dhahabu. Juzi last government, serikali, senior government officers karibu wachukue hiyo ardhi ya Kom. Senior government officers huko juu walikuwa ni wachukue hiyo Kom na iwe fence. Kama sio watu ya security walikataa, hiyo pali ingekuwa imeenda. Sisi naomba watu yetu hustlers ndio wanachimba huko ndani na wanatoa vitu yao kidogo, mchana they survive. Hapa Duse wana survive hivyo, Kom wana survive huko. Na sisi tunaomba wewe, watu wa Isiolo wanataka utusupport ili sisi tuwe tunaendelea na hiyo kitu. Hiyo mambo, kwa hayo machache na marefu, kuomba naye na kuomba utuite huko tuongee zaidi. Tafadhali sana turudi governor, ita sisi viongozi ya Isiolo, siku ile ya kampeni na tujaongea na wewe. Wacha tuongee leo. Ita sisi huko tuongee. Asanteni sana. Haya, asante sana Mheshimiwa Tupi. Asante. Sasa tumkaribishe seneta wetu, Seneta Fatuma Dulo. Salamu alaikum. Habari zenu. Your Excellency the President William Samoei Ruto, Your Excellency Deputy President Rigiji, karibuni sana kwanza Isiolo. Your Excellency, mimi ningependa kusema machache peke yake. Ya kwanza, kabla sijasema yangu na niseme ya wana Isiolo, tunakushukuru kwa sababu ulipatia kijana yetu Nurdin DG ya NIS. By extension ni kijana yetu. Tunakushukuru sana. La pili, ningependa kuambia wananchi wa Isiolo, mimi mahali niko, mimi ni product ya president. Na sababu ya kusema hivi, 2013 nilikuwa nataka kuwania kiti ya women rep. Akaniambia hapana, ni support Mheshimiwa Rehema anipatie nomination. Na alinipatia hiyo nomination kama nominated senator 2013 pamoja na Mheshimiwa Duale ambaye yuko hapa. Kwa hivyo nawashukuru sana. Jambo la pili, Your Excellency, siasa ni mbaya na ni mzuri. Sisi kidogo tulipitana na wewe 2022. Inaweza kuwa by good luck or by bad luck. Kwako pia ilikuwa mzuri na kwetu pia ilikuwa mzuri kwa sababu tuliweza kupata hizo viti hata kama tulipitana. Lakini vile women rep yetu wamesema, sisi tulikuwa tukiomba kura, hasa wananchi walikuwa nasema, hata tukienda kwa rally wanakuambia we omba kiti yako, wachana na hii ingine. Na sisi tunakunja mkia, tunaondoka. Kwa sababu kama hatutafanya hivyo, tutapoteza yetu pia. So kwa hivyo, Mwenyezi Mungu amekujalia, mumepata kiti. Sisi wengine tulisupport mzee Kitandawili. Na tulimkampenia. Lakini la ajabu, tulipoingia bunge, tunaambiwa watu wa Isiolo hawajapigia kura Azimio. Kila siku nyimbo katika Senate na bunge, Jubilee haijapigia kura Azimio. Hiyo maneno ilitukera sana, Your Excellency. Sisi kama wajumbe wa Jubilee tumeita Uhuru Kenyatta as party leader
tangu tulichaguliwa mpaka leo alikataa kuja kukaa chini na sisi. Na sisi tukawa mayatima. Tunanyanyaswa na ODM, tunanyanyaswa na Wiper. Tukakaa chini tukasema sisi wana Jubilee, tumechaguliwa na wananchi, ni lazima tujipange. Na tulijipanga tukakuja kwako. Na mimi siwezi kuomba msamaha kwa kuja kwako, kwa sababu Jubilee wewe ndio umeanza ya kwanza. Ya pili, wewe ni baba yangu na ndugu yangu. Ya tatu, sisi wafugaji kama hatuko ndani ya serikali hatuwezi faidika. Hiyo barabara tunakuuliza hapa leo hatuwezi pata. So ni lazima tuwe ndani ya serikali. Na nilipokuja kwako, sijaambia watu wangu hapa Isiolo, nikafurushwa kama minority whip. Mimi nikasema, pahali iko intimidation, pahali iko harassment, mimi siwezi kaa. Hiyo kiti ichukuliwe, niweze kuserve wananchi wa Isiolo kama backbencher. And I'm happy to do that. Your Excellency, mimi na kushukuru kwa sababu ulitushikia mkono wana Jubilee. Umenishikia mimi mwenyewe mkono, tumekaa chini na wewe. Ninakushukuru sana, hata kama tulikuasi, utusamehe. Mimi nimekaa na wewe, nikaomba msamaha kibinafsi. Kwa hivyo, leo, mimi nimevaa viatu ya kujenga wewe. Gavana, kidogo tu. Kidogo tafadhali, sijasema mambo ya Isiolo. Jambo lingine ningependa kusema, umepatia wananchi ama wale ambaye wamekosa viti nafasi. Kuna mmoja ambaye nilimwaga hapa anaitwa Nu Ibrahim. Mimi sina shida, apewe kazi. La pili, ako hapo nyuma yako. Unajua siasa hujui vile itaenda kesho. Nitaweza kuwa hai ama yeye asiwe hai. Mwenyezi Mungu ndo anajua. La pili, kuna vijana wengi ambaye hawajapata kazi. Na nimeambiwa nikuambie hivi, Isiolo ni cosmopolitan. Kuna communities ambaye tumewacha nyuma. Na nafikiria wakati tulikaa na wewe nilikuelezea. Ya kwanza, recruitment ya national government. Turkana community hawajapatiwa nafasi yoyote. Ya pili, Meru community hawajapatiwa nafasi yoyote. National. Ya tatu, Somali community hawajapata hata nafasi moja. Na kuna kijana mdogo ambaye anaitwa Omar ako hapo nyuma yako, aliwania kiti ya deputy governor, tunaomba umshikie mkono. Kuna Wasamburu, kuna Wakikuyu, hata kama my party leader amesema hajaona Wakikuyu. Kuna Wasamburu pia. So kwa hivyo tutakuletea chini ya governor. Tafadhali sana tunaomba wewe uangalie hawa communities wote, ili wasiseme hawa Borana wanajiangalia peke yao, wanatuacha nje. Jambo lingine ningependa kusema ya Isiolo, Your Excellency, ni mambo ya LAPSSET ambaye wenzangu wameongea. Nitakimbia haraka. LAPSSET ya Isiolo imesahaulika, imekwama. Kwa hivyo tunakuomba uwashe hiyo engine, LAPSSET ya Isiolo ianze na iendelee. Kuna station inaitwa Station 9 kati ya Isiolo na Garissa. Hiyo Station 9 ilikuwa ndani ya Isiolo, lakini jamii ya Garissa wamesettle hiyo area ambaye ina cause conflict. Kama watu wa Garissa wamechukua hiyo Station 9, sisi tunaomba Station 10 ama 11 tupatiwe sisi wananchi wa Isiolo. Your Excellency, mambo ingine ningependa kutaja,
kuna mabarabara zimejengwa na kura katika Isiolo Central. Hizo mabarabara ziko katika vijiji. Isiolo mvua ikinyesha huwezi kwenda nyumbani, unakwama. Hizo barabara zimekwama, ziko 8. Tunakuomba tafadhali uangalie hizo barabara. Ni distance kidogo kama kilomita 10 peke yake. Your Excellency, mambo ingine ningependa kusema, tukienda Merti tunachukua 5 hours. Na wewe unajua Merti by air. Merti hata kukwaruza hiyo barabara for the last 10 years ya Maram peke yake haijafanywa. Wamama wakitoka Merti kuja Isiolo wanakufa barabarani kwa sababu ya ile leba. Your Excellency, tunakuomba hiyo barabara uangalie. Mwenyezi Mungu ndio amekuleta hapa leo na tunakuomba. Mambo ya insecurity. Kuna mahali inaitwa Mlango hapa katika Isiolo. Hiyo mahali ni bloodshed ya communities wa Isiolo. Kuna watoto wengi wamebaki mayatima, kuna wamama wengi wamebaki wajane. CS Kindiki alituahidi RDU katika hiyo mahali na tunamshukuru, tunaomba tafadhali iharakishwe. Jambo lingine ningependa kusema, Your Excellency, ni mambo ya ardhi. Ndugu yangu Duale, nimeongea na wewe. Last parliament tuliambiwa ya kwamba tukipatia KDF alternative land, jeshi watahama. Mahali ambapo wako, na najua Mheshimiwa Duale anajua kwa sababu ni department yake, ni karibu na vijiji. Hizo vijiji wanajeshi wakifanya operation inasumbua wananchi. Because it is even dangerous for them to do their practice. Tunakuomba, pamoja na governor tumekuelezea, tufanyiwe haraka kwa sababu area kama Ngarmara na 78, Mheshimiwa Duale, askari yako wanasumbua wananchi, hawalali usiku na mchana. Tafadhali sana tunaomba hiyo mambo yaharakishwe. Governor atawapatia alternative land outside town. In fact, jeshi imebox sisi into a corner. Tuko na jeshi 78 itinerary wako nyingi sana. So kwa hivyo tunaomba mambo ya jeshi ututatulia haraka. Ya mwisho, Your Excellency, unajua kuna wananchi wa Isiolo hawajui siasa Nairobi na hawajui mambo vile inaendelea Nairobi. Juzi tulipigana na Sifuna katika bunge ya Senate, akiwa anapiga vita wananchi wanabunge wa Jubilee. Alikuwa akisema ya kwamba sisi wana Jubilee tulivote against revenue ile ambaye tulipitiza. Unajua watu wakikosa kazi wana mengi ya kusema. Na mimi wananchi wa Isiolo mumenituma niwafanyie kazi. Na mimi siwezi kufanya ile kitu ambaye itadhulumu nyinyi. Sisi kama bunge tulikaa chini tukapitiza 385.3 billion. Tumekubaliana? Ambaye ni akaunti yote. Mwaka iliyopita tulikuwa na 370. Hii wajinga wa ODM na Wiper wanarukaruka hapa wakisema ya kwamba sisi wengine tulivote against counties kupata pesa. Lakini mimi ninajua ya kwamba tuliongeza 15.3 billion katika hiyo budget ambayo tulipitiza. Tulipoteza ama hatujapoteza? Na wauliza, najua social media for the last 1 week nilikuwa napigwa vita. Na ninajua kuna wengine pia wamechangia. Sio hoja, lakini mimi mkinituma siwezi kuwadhulumu. Na mimi nitafanya yale ambaye itawafaidi. Na mimi ninawahakikishia kutoka leo, mimi ni foot soldier ya president and his deputy, na tunawashukuru kwa sababu mlituweka katika PG ya Kenya Kwanza.
Ya mwisho kabisa, mimi niliongea na Rashid ule alikuwa deputy wakati ulikuwa deputy president akifanya kazi na wewe. Rashid aliniambia kuna mambo mengi inahusika, mambo ya compensation ya barabara ya Isiolo Madogashe na mambo ya Lapset. Kwanza, Your Excellency, kuna mambo ambayo inatutia uchungu sisi watu wa Isiolo. Watu wetu ni maskini. Wengine hawana permanent houses. Hii Isiolo Madogashe project, nyumba nyingi zimevunjwa. Mimi najua CEO wa NLC yako hapa, na ninakuomba huyu mama uconfirm msichana wa kutoka Northern Kenya ambaye ni acting CEO ni yeye peke yake. Your Excellency, hawa kora wa NLC walitupatia pesa chini ya Nuno Madogashe. Wanahesabu nyumba, wanawacha ardhi, kwani nyumba imejengwa juu ya hewa. Na sheria inasema there must be comparative jurisdiction in compensation. And our comparative jurisdiction ni Nuno Madogashe. Kwa hivyo tunakuomba uingililie haya maneno ili watu wetu wapate haki yao. Kwa haya machache na mengi, ninasema karibu nyumbani. Mimi hata kama tumepitana, nimekuomba msamaha. Tuko pamoja, umenikaribisha kwako. Asanteni sana, karibuni nyumbani. Thank you so much. Wapi makofi ya Seneta Fatuma? Gavana wa Marsabit, karibu hapa mbele. Kwa sababu ya masaa tunataka tuende kwa haraka. Gavana karibu, Gavana wa Marsabit karibu sana. Your Excellency, pia ningependa kutambua deputy governor yangu kama Gavana wa Marsabit anakuja, James Lowassa. Daktari yako wapi daktari? Daktari James Lowassa. Your Excellency, yule deputy yangu ni mtu ya maana sana. Karibu Gavana wa Marsabit. Asante sana. Asante Governor. Basi Rais wa Taifa Daktari William Ruto, Deputy President wetu Mheshimiwa His Excellency Rigathi Gachagua, the Defense Minister Mheshimiwa Duale, Governor Isiolo County, all MPs and all other leaders, viongozi wote, wananchi tukufu, hamjambo? Hamjambo tena? Asanteni sana. Basi ya kwanza tunawashukuru watu wetu wa Isiolo kwa kukaribisha rais wetu na viongozi wote siku ya leo. Rais wetu, tunasema asante sana. Umechagua Isiolo County kwa niaba ya Upper Eastern ukizuru counties ya Northern Kenya. Mimi nataka kusema tu mafupi. Na hiyo mafupi, viongozi hapa wamenena maneno mengi, wakiguzia maneno ya election last time. Rais wetu, wewe unajua mali tumetoka na wewe. Hii historia ya chama ya UDA, unajua tulikuwa katika ODM kwanza, tukakosana kule na ule mzee wa kitendawili, tukatoka huko tukaingia UDM, shida ikatokea, tukaenda URP. Na wale waliunda URP ambao ni foundation ya UDA ni mimi na wewe na Mheshimiwa Duale pekee ndio tuko hapa. Na sisi wale waliunda Jubilee katika taifa letu la Kenya, sisi ni watu 10, wanaume 10 kutoka URP 5, kutoka TNA 5, ndio tukapiga mazungumzo chini ya miti, ndio tukafanya ukarabati. Ule rais mstaafu sasa, mimi sikudhania anaweza kukusumbua. Vile tulipanga na tukaleta Jubilee, sisi ndio tunajua. Wengine wakiongea hawafahamu. Mwaka jana wakati ya election, wengine wanasema watu walipata pressure wakakutoroka. Mimi nikavumilia pressure yote
na wewe unajua mali kidogo hesabu ilipitana, rais wewe unafahamu. Wale walikupangia walinipangia. Ati kule Marsabit kuna jamaa mwenye pesa analeta chama inaitwa upya. Ndio to survive hata sisi wenyewe. Unajua mimi ni mwanafunzi wako katika siasa. Sisi pia ili to survive tukaunda chama inaitwa UDM. Ile historia mimi nimekuletea, mimi sitaki kusema hapa, wewe ndio unajua. Sitaki kusema, ni mimi na wewe tuliongea. Walinipangia, walinifanyia kila kitu, tukavumilia, lakini tukasema regional party wacha tuunde, lakini iwe inasukuma presidency ya Rais Ruto. Kidogo hata wewe uliona rafiki yako anafikiria vingine, hapo kidogo maneno ilipitana. Lakini in your wisdom, kwa heshima yako, wakati kura ikimalizika ukatuma viongozi tushirikiane tena. In fact, when the counting was going on, sisi already tumeshift. Na ile watu, we were not compatible with them. Haikuwa inapatikana vile tunaweza kusuluhisha maneno pande hiyo. Ni vile tu tumesema na tulikuwa tunafuata. Some of the leaders here, wakati wa Isiolo, wa Marsabit na wa Tana River, wote tulikubaliana. Mheshimiwa Naomi pekee wakati huo alikuwa anasema I will remain in UDA. After 3 months sijui uliwafanya nini, ukawaguzaguza wote wakaniwacha peke yangu, nikabaki peke yangu kwa UDM. Lakini sasa wewe kwa heshima umetuleta, umekubaliana na sisi katika chama. And I want to tell you, Mheshimiwa Rasa, umesema UDM ikuje. UDM imekuja kitambo. It is voting with you in parliament. Kila wakati, usiku na mchana, tutakuwa na wewe. Na ili tuhakikishe ya kwamba rais wetu aendelee na arudi mara ya pili, ile group tulikuwa tunaongoza wakapata kura kiasi kwa yule mtu ya maneno, sote tumekubali wote wanarudi katika Kenya kwanza. Watu wa Isiolo tuko pamoja. Wangapi wanakubaliana na mimi? Bas, walio na macho waone, walio na masikio wasikie. Upper Eastern wote, na kwa niaba ya FCDC, Frontier Counties Development Council, sehemu kame ya Kenya hii, wewe tumeamua, na wewe ni kijana mfugaji, unafahamu sisi, unatuangalia, na tunakushukuru. Wakati uligawana viti katika serikali, Isiolo hapa imepata PS, Marsabit kule PS, CS amepatikana hapa, CS amepatikana kule, na sehemu ya kame hii yote ya wafugaji wote wamepata. Lakini tafadhali endelea kuangalia sisi katika maendeleo. Uko na mpangilio ya kuleta dams mingi, nimeona program yako. Hiyo ndio itakomboa Northern Kenya, Your Excellency. Tukifanya maji ipatikane na tufanye irrigation, watu wetu walime, we can feed the rest of the country. We have vast land. Marsabit, Isiolo and Northern Kenya kwa jumla, rutuba yetu ni sawa, ni maji tu ambayo ni shida. Na nimeona mpangilio yako ni mzuri, tunaunga mikono. Bas, nataka kuelekeza neno moja kwa rais mstaafu. Rais mstaafu Uhuru Kenyatta amekuwa rais wetu, tunamheshimu. Lakini ile ukarabati amefika fanya yote imeanguka. Hakutaka deputy yake apate nafasi. Lakini Mungu na wananchi tukufu ya Kenya wamepatiana nafasi kwa deputy wake. Akiretire, tunataka yeye apumzike kwa heshima, awaachane na maneno ya chama, awaachane na kukoroga rais ya serikali ya rais wetu. Tunamheshimu. Shukuru Mungu. Katika taifa letu wananchi milioni 50, wewe umechaguliwa kama rais wa 4. Lazima ushukuru wananchi na lazima ushukuru Mungu. Upatie heshima kwa deputy wako ambao alikuwa amekusaidia sana, ambaye yeye sasa ni 5th president of the nation of this country. With those few remarks, Your Excellency, I don't have much to say. The airport issue has been prosecuted. Hii airport ikifanywa vizuri, sehemu hii itaendelea mzuri. Sijui wale walikuwa wanafanya kazi hapo waliafikiria namna gani wakafanya kazi mbovu.
tayari ulikuwa unasema utaangalia vizuri. Viongozi ambao walitangulia waliongea mengi na naungana na wao, lakini ili tulete watu wetu wote pamoja, kuna wachache hawajaongelewa juu. Ukipeana nafasi viongozi wa Isiolo, sijui kama wamesahau ele aspirants ambaye alipigana na rafiki yetu hapa Doyo, ni kijana yako, hata yeye hapana sahau. Ule Marsabit tutaongea ukiwa huko, kijana anaitwa Argura na wengine tutaongea. Sisi tunakushukuru. Msichana yetu akuwa recognize CAS wetu Rehema, tafadhali simama juu. Na wajumbe wa samani kama mzee Moku, mheshimiwa Bari, sijui kama wako hapo, wote tunawashukuru sana. Mimi nakushukuru rais. Asanteni sana, mjisikie mko nyumbani, na tutapanga maneno vile tutafanya kule Marsabit siku ile tutakubaliana. Mungu awabariki. Asanteni sana. Thank you very much. Haya, asante gavana wa Marsabit. Sasa kwa heshima kuu ningependa kukaribisha ndugu yetu mkubwa Cabinet Secretary Defense Adan Duale. Wapi makofi Adan Duale? Karibu sana Waziri Duale. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Nimesema hiyo kwa sababu leo ni siku ya maombi. Na Kenya iwe hivi. Wakristo kwa Waislamu waungane wakiombea sisi wote nchi yetu. Na tuko na nafasi, Your Excellency, the President and Your Excellency, the Deputy President na viongozi na magavana. Tuko na nafasi kubwa sana katika serikali hii na awamu huu ya kwamba tuko na rais na serikali ambaye inamcha na inaheshimu Mungu na inaheshimu dini zote katika nchi yetu. And I want to speak to the religious leaders, the Christians, the Muslims and all other faith. We have an opportunity that has never been in our country. That we have a president, we have a government that believe in God and that will make sure each and every of our citizens amepata nafasi ya kuomba Mwenyezi Mungu. Your Excellency, ya pili mimi ningeomba tuwache historia. Wale walikuwa UDA, wale walikuwa Jubilee, wale kama huyu, I can confirm, huyu alikuwa mtu wa usiku. This one I can confirm. Sitaki kuendesha mambo mingi. Na wale wa mchana, na wale walikuwa chama ya Jubilee, wale walitishwa na Uhuru Kenyatta na Raila. Tuachane na hiyo, tuungane, tuangalie mbele ili to make sure watu wetu wamekuwa pamoja, na tusimame na rais na tusimame na serikali yake. Your Excellency, huyu Fatuma nilikuwa nafikiri huyu si mtu wa hisani, lakini leo ameambia watu huyu kuingia siasa ilikuwa kupitia wewe. Na mimi ni shahidi. Tulikaa nyumba ya Dr. Kuti. Lakini huyu hakutuleta down. Huyu ulipompatia nominated, huyu akasimama kidete, akakuwa senator mara ya pili. This is a great lady. Na unajua Your Excellency, hao watu ni woga sana. Na kwa Waislamu hatuamini uoga. Sisi tunaamini Mwenyezi Mungu pekee. Lakini hata sisi ambaye tulisimama ngumu, mimi na deputy na wengine, na kina Ndindi na kina Ichungwa, wewe ndio ulitushikilia. Kwa sababu tukifinywa tulikuwa tunakimbia Karen. Unatuambia mambo ni karibu. Tuvumilie.
lakini hawakuvumilia. Lakini watu wa wafugaji, Your Excellency, wewe unawajua. And you are part of the wafugaji. Na hata katika hii serikali yetu, wale wako na macho wanaona, wale wako na masikio wanasikia. The pastoralists are central in the running of this government. Sitaki ni wataje, si mko Kenya. Na hii wakati hii kama hatuwezi kusuluhisha maneno ya usalama, basi hatutasuluhisha. Viongozi wengi wa usalama katika Kenya ni wafugaji. And we are going to fix it. We will fix together with the leadership. Mambo mingi Your Excellency imesemwa, lakini niacha tu nijibu hii maneno ya ardhi ya watu wa Isiolo na wanajeshi wangu na wanajeshi. Unajua wanajeshi ni wa rais. Commander-in-Chief of the Kenyan Defense Forces amekaa hapa. So nyinyi kwanza mkue kidogo na nidhamu. Nidhamu. Isiolo jeshi, KDF. The commander is sitting here. Mimi ni mtu tu ya reja ya mkono ya kupeleka barua. So nyinyi mkiongea KDF, mahali mimi niko muongea vile mnataka. Lakini mahali Commander-in-Chief of the Kenya Defense Forces amekaa, mnaongea juu ya KDF. Hata nitapitia KDF, nitamwambia hao watu kidogo wamekosea, msikasirike. Kwa sababu leo wanaweza kuvamia nyinyi. Leo ukisikia hii ati mulete madharau kwa Commander-in-Chief, kwanza wanaweza kuja jioni wafuruge nyinyi. So Your Excellency, utaniwacha nibaki niende kwa hizi makambi zetu za jeshi. And we want to say it here, Your Excellency. The people of Isiolo, tangu independence, we are proud of you because Isiolo hosts the largest number of our defense forces. In fact, the best, the artillery, the infantry. This is where we train the best of our best. And Your Excellency, as you directed me last week, I want the people of Isiolo to listen to me. As you directed me last week, wiki hii tutaita mimi na Chief of Defense Forces, tutakaa na viongozi wa Isiolo, tutasuluhisha hiyo maneno ya ardhi, na tunataka sisi wanajeshi wa Kenya led by our Commander-in-Chief na watu wa Isiolo wakae mandugu. You know the role of KDF. Where we are, tumejenga hospitali kubwa sana hapa, regional hospital. Tunataka tuwasaidie mambo ya security, mambo ya hospitali. Watu wa Isiolo wafanye biashara na watu wetu. Wakati wa recruitment tuwasaidie, na hatuwezi kuzozana. So Mheshimiwa Senator, Governor, wajumbe, our women rep, our MCAs, our county ministers, the governor already has a letter inviting him to the defense headquarters ili tusuluhishe. So Your Excellency, as our Commander-in-Chief, hii watu wa Isiolo hawatakudharau mara nyingine. Hii maneno mimi nasuluhisha. Ya mwisho, Your Excellency, utanikubali tu, mimi ni waziri. Lakini kwa vile mimi nilikuwa pia rafiki mkubwa wa Uhuru Kenyatta, mimi nashangaa. Uhuru Kenyatta ulijaribu juu chini, kulia kushoto, kuhakikisha kwamba utumie uwezo yote ya pesa ya serikali kutuhakikisha kwamba William Ruto hawezi kuwa rais. Mwenyezi Mungu kupitia kura ya Wakenya amesema rais wa 5 wa Kenya, inshallah, na ikakuwa ni William Ruto. Wewe uko na nafasi na ukapata ambaye hakuna mtu mwingine hata Afrika akapata. Baba yako alikuwa rais, mama yako akakuwa first lady, wewe ukakuwa rais, bibi yako akakuwa first lady. Wakenya wakakupatia miaka 10. Kama ni pesa uko naye, hii huwezi kuheshimu hii inchi. Baba yako hayati
alikuwa mwanzilishi. Hii nchi ambayo ilikupatia miaka 10, wewe Mheshimiwa Uhuru una heshima. Yani unapambana na tear gas. Hata juzi Your Excellency alienda Bujumbura mambo ya Kongo. Watu wanamuuliza, wewe unaleta suluhisho gani Kongo? Na wewe ulikuwa unakula tear gas juzi. Rais Museveni anashangaa, Rais Kagame anashangaa, Mama Suluhu anashangaa. Watu Afrika wanashangaa. Wewe Mheshimiwa Uhuru umetuaibisha sana. Sisi ambaye tumefanya kazi na wewe, umetuweka chini sana. Umetuaibisha sana. Chama ya Jubilee ilikuwa na wajumbe 180. Ukasambaratisha, ukamaliza. Na Sabina hatukutoroka, mulitufukuza. Unajua Sabina amesema ati mulitoroka mkatuachia Jubilee. Jubilee tukaunda, mkatufukuza na kina Murathe na kina Atuoli. Tukamwambia rais tutafute gari ya kushinda. Umaibisha Afrika. Umaibisha. Mzee Moi ndio ule alitupiwa mawe na kartasi na nini na kiatu uko Uhuru Park. Lakini akasema haisuru, akaishi na nidhamu na heshima. Mzee Kibaki mtu mungwana akakuja akapeana serikali akaishi. Wewe sasa unaruka ati kesho uko na NDC. Wajumbe wako wote hawako hiyo NDC. Gavana ule pekee ni huyu wa Isiolo hayuko. Senators hawako. Sasa unaenda ku address wakora. Anda unawaita chama ya Jubilee. Chama ni wale wamechaguliwa. Kama sisi Jubilee, UDA, chama ni rais, makamu wa rais, wajumbe, wa senators, ma MCS na governors. Na wa viongozi wetu wa mashinani. Uhuru Kenyatta, my friend, wewe umekuwa mtu rejereja sana. No, Uhuru amekuwa mtu rejereja sana. Hata mzee wa mtaa hapa Isiolo hawezi kufikiria hiyo. No, mimi nataka niongee naye kama mtu nimefanya naye kazi 8 years. Mr. President Uhuru Kenyatta, you have let us down. This is unacceptable. Hata tafadhali wacha tuite pastors na mashek tukusomee, tukupeleke Ishaweri. Tafadhali vile unafanya hasa we can't. Mimi Your Excellency unipatia nafasi kama waziri wa defense, wacha nitafute rafiki yangu nimkalishe, nimwambie tuende tukae kila weekend tukalishe, kwa sababu ameaibisha nchi kidogo. Ameaibisha si watu wa Isiolo, si ndio? Si Uhuru kidogo ametuaibisha. Sasa ametuweka chini. Hata kama tumeshinda serikali na tuko na rais, sisi bado marafiki zake tunataka tumheshimu, aretire, hata rais amtembelee. Lakini sasa anatembea na jamaa mwingine huko Jivanji. Anaitwa nani? Kaucho, sijui Kaucho. Hai. Hata afadhali atembee na mtoto yangu, kijana yangu anamjua. Nitamwambia atembee na kijana. Your Excellency, na wewe utuachie. Wacha sisi kila Sabina. Hiyo hata afadhali Sabina tafuta mama ngina. Pana mwambia hii kijana amekosea kidogo. Watu wa Isiolo sasa muache maneno ya chama hii. Watu waungane na governor, senator, wajumbe, tushikane watu wa Northern Kenya wote kuanzia Marsabit, Garissa, Wajir, Mandera, tushikane. Hata mnaona hii shares deputy anasemanga tuko na mingi sana. Sisi tuko mbaya, msicomplain. Nafikiri Ligiji usiku akigawa shares anatupatia kidogo, anaambia rais peana hawa si wabaya, hawa walitishwa tu. So Your Excellency Ligiji, we are very proud of you. Hii shares ukisemanga mimi nachukua kalamu na karatasi. Mimi naona hii shares hata iko karibu na ya Mount Kenya. Haiko mbaya. Na mimi sisi tuko hapa Your Excellency. Watu wa Isiolo tunashukuru sana. Tafadhali tuweke amani. Tuweke amani. Na tuchunge watoto wetu wasiingie kwa kikundi ya uhalifu. Me and Professor Kindiki tukimalizana na North Rift tunakuja North Eastern. After North Rift we are coming to North Eastern. This will be the administration that will kill clan conflict, cattle rustling, na tunataka watoto wetu vile rais amesema wasome. Your Excellency, thank you very much.
Your Excellency, mimi nitasema machache sana. Viongozi wa Isiolo wameongea mengi sana. Lakini mimi nataka kukonfirmia wananchi wa Isiolo, tulikutana na wewe. Tukaongea mambo ya Isiolo Airport extension of the runway na Your Excellency umekubali, tunashukuru sana. Nataka pia kuwaambia watu wa Isiolo, tulikutana na wewe tukaongea mambo ya mashamba. And as you are speaking, Ministry of Land imetupatia 30 surveyors ambayo watafanya kazi ya shamba, jeshi wabakishwe kwao, wananchi wapatiwe title mahali yao. Na tunashukuru sana Your Excellency. Nataka pia kukonfirmia watu ya Isiolo, tumekaa chini na His Excellency the President, tunamshukuru sana, amekubali kureroute Lapset project, itapitia Kula Mawe, ipite Malkadaha, ipite Bulesa, ipite Marti na yende yoko. Tunakushukuru sana Your Excellency. Your Excellency, sitaki kuongea mambo ya maendeleo sana kwa sababu dams pia umetupatia. Na mheshimiwa Tupi hapa nafikiri labda sijui kama anaonekana ndani ya Isiolo ama amehama, anasema abatua imesimama. Abatua kazi yake inafanya usiku na mchana Your Excellency. Nafikiri mzee amechanganyika kidogo. By end of July tutakuita ukuje utufungulie nini hiyo abatua. Soko pia iko hapa, by end of August tutakuwa tumemaliza Your Excellency ukuje utufungulie. Your Excellency, mimi nataka kuongea mambo ya siasa matatu peke yake. Ya kwanza, sisi kama region ya Tana River, Isiolo pamoja na Marsabit County tumekaa chini elected leaders na tukakubaliana kiongozi yetu atakuwa Dida Raso, atuongoze kwa hiyo process. Na sisi hatuingii Kenya Kwanza. Mimi sijui Kenya Kwanza nini Your Excellency. Sisi kama watu wa hii region tutaingia chama inaitwa UDA. Tuko pamoja? Mimi nataka watu wa Isiolo muonesha kama nataka tuingie UDA. Sisi hatuingii chama kingine Your Excellency, mimi sijui Kenya Kwanza ni gani. Hapo tutaingia hapo ndani ya UDA. Your Excellency, Duale amesema tuache mambo ya historia. Historia ni muhimu sana Your Excellency. Hakuna kitu ya maana kama historia Your Excellency. Ukisahau historia hauwezi jua vile utafika huko mbele. So, history is the most important thing Your Excellency. For you to know where you are heading, you must know your history. So kama sisi tulikuwa watu ya usiku, wewe ulishindwa kuvumilia pressure. Sasa ile Rigiji alikuwa mbunge ya kawaida, akaweka pingo, akavumilia. Sasa ni deputy president, wewe pia ungevumilia pressure. Kama pressure ilikushinda sikio ukaacha rafiki yako, Waswahili wanasema akufae kwa dhiki ndio nini? Si ni ukweli? Kama mtu alikusahau wakati wa dhiki anakuwa rafiki kweli? Anaweza kweli? Basi wacha mimi niwaachie hapo. Sisi tutabakia hapa tufanye yetu. Na sasa nichukue hii fursa, nataka wananchi wa Isiolo wasimame tukaribishe the Deputy President of the Republic of Kenya, Honorable Rigathi Gachagua. Kabla Rigathi akuje, mimi nataka kuambia wafanyikazi wa serikali ambao wapatiwa nafasi na Ruto na Rigathi, sisi share yetu tumepata kama company ambaye ni ya UDA. Tumetosheka na hiyo share Your Excellency. Tunataka hiyo makabila kidogo ambayo imesemekana wa Meru, wa Turkana, wa Kikuyu, wa Somali waangaliwe. Alafu sisi Isiolo tutakuwa well contented. Tuko na PS Liban hapa, PS Kelo Your Excellency, wacha wasimame waone President. Na wewe kama wewe ni mfanyakazi ya serikali usitake kujifanya mwanasiasa, ngoja wakati ya siasa uongee. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante kiongozi wetu Rais wa Jamhuri ya Kenya Dr. William Ruto, asante sana wamama, viongozi wetu wa dini, magavana wetu wa Isiolo na Marsabit, wananchi wa hapa Isiolo, salamu alaikum. Mungu ni mwema na kila wakati. Nisalimieni kwa hewa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Rais wetu, tunafurahi sana kutembea hapa Isiolo na wewe katika hii ibada ya shukrani, ya kurudisha shukrani kwa Mwenyezi Mungu
kwa yale mema ametendea nchi hii ya Kenya, na sisi wale tumepata nafasi ya uongozi. Rais, nashukuru Mwenyezi Mungu ya kwamba tulikuwa na amani kabla ya uchaguzi, wakati ya uchaguzi na baada ya uchaguzi. Your Excellency, mimi sikupata nafasi ya kutembea na wewe hapa na Marsabit wakati ya campaign, kwa sababu zile siku za mwisho tulikuwa kwa ile harakati ya kipindi cha lala salama. Ulitugawa kila mtu atembee nafasi pahali ile, na wewe ukakuja hapa. Na huyu ndugu yangu mdogo Didi Nyoro aliporudi akaniarifu ya kwamba vile ameona Isiolo na Marsabit imeiva, na imeiva kabisa. Na kwa hivyo mimi kwa niaba ya rais wetu na mimi mwenyewe na timu yetu, ningetaka nichukue nafasi hii kusema asante sana kwa kutuombea na kutuongeza kura. Asanteni sana watu ya Isiolo. Ukweli ni kwamba viongozi wetu hawa kina gavana walitishwa na hawa senator walitishwa, wakanunua uoga, wakaweka mkia katikati ya miguu. Lakini raia wa Isiolo, wananchi wa kawaida, wakasema kuwe vitisho, kusipokuwe vitisho watasimama na hasla number 1. Tunataka tuseme asante. Na mimi mwenyewe kwa niaba yangu, mimi mwenyewe na familia yangu, niko na shukurani kwa sababu mlipoamua kusimama na huyu rais wetu hasla, mimi niliponea hapo katikati. Mkimpatia na mimi nikapata. Na ukweli ni kwamba mimi na huyu rais tulikuwa kwa kona mbaya. Kama mimi nilikuwa kwa kona mbaya sana. So nyinyi gavana, hakuna kutishwa, mlitishwa. Kuna mtu alifunga nyinyi, hakuna mtu alishika nyinyi. Ni kushituliwa tu kidogo, mnashtuka. Sisi tulivumilia. Na kwa sababu ya kura hawa watu ya Isiolo na Marsabit tukapata ushindi. Tunataka tuseme asante. Na ukweli ni kwamba katika zile hesabu zetu za shares ya uongozi, na tumeeleza hii maneno ya maendeleo, hii hakuna shares, hiyo ni ya kila Mkenya, kwa sababu kila Mkenya analipa kodi. Lakini wale watapatiwa nafasi kumsaidia rais wetu kuongoza ni wale ambao wanamuamini na wanaamini sera zake na wanamtii, wanamuheshimu na wanaamini ya kwamba kuna pahali anaweza fikisha Kenya. Lakini kwa hiyo shares yetu, huyu Rehema Jaldesa amepata hii kazi kupitia hiyo shares yenu. Huyu PS wetu wa petroleum amepata kazi kupitia kwa hiyo shares yenu. Huyu chairman wetu ya KNTC amepata kazi kupitia hiyo. Lakini Your Excellency, kusema ukweli, vile wamesema, ile tumewapatia iko chini kidogo kuliko shares yao. Hawa wangwana ya Isiolo na Marsabit ni wangwana. Kwa hivyo rais, tunaomba tukiangalia maneno ya mabalozi na zile zimebaki, hawa watu wasukumie kitu. Na vile senator amesema na gavana, hii ni cosmopolitan county. Zile jamii zingine ambaye ziko hapa zilichangia katika ushindi wako, pia tuwafikirie ndio tuweze kusonga mbele. Rais wetu, vile imesemekana hapa ni kweli. Katika ile report nimepata ya mambo ya madawa ya kulevya, drug and substance abuse, hapa Isiolo is a bit worrisome. Iko si hali nzuri. Madawa ya kulevya imejaa hapa Isiolo, hasa hapa town, na imeanza kutembea mashinani. Na rais uliniagiza tuanze hii campaign. Tumeanza pale katika Central Kenya, bahali ilikuwa mbaya. We have succeeded to almost 70%. And in the next few weeks, nitaongea na Regional Commissioner wa Eastern. Tutaweka mkutano mkubwa na viongozi na maofisa wote wa usalama, ndio tupange mikakati
katika Eastern Province ile ya zamani, hasa hapa Isiolo, Marsabit, Embu, Meru, Tharaka Nithi, vile tutapambana na hiyo hali. Na vile nafanyika tu, hata kabla ya mkutano nitajie ma-OCS, nitajie wale machief, kwa sababu ni mzuri niwapatie habari kwa muktasari mapema, wakuwe na advance information kabla sisi tukuja mkutano. Tumesema machief hawa wanajua pahali madawa iko, hata wakijifanya wajui wanajua. Kweli ama uongo? And the new policy direction from our government is simple. Madawa ya kulevya na chief both cannot stay in the same location. One has to give way. Na yule ambaye ataamua ni chief, kwa sababu ako na akili, madawa haina akili. So chief ndio ataamua ya kwamba ni yeye atakaa ama ni madawa ya nini. Sio mumeunga mkono. So I want to put the chiefs on notice. Kabla tukuje, uanze kujipanga, uamue wewe ndio utakaa kama chief ama madawa ndio itakaa. Vile vile tumekubaliana the station commanders, there will be no transfer of station commanders who fail to deal with drugs, because transferring him is transferring a problem to another part of Kenya. And this is our country. We cannot transfer a problem from one area to another. So the station commanders from this region, we are in a very polite way giving you advance information to also make a decision of whether you want to serve here or you want to proceed on early retirement, because that is the situation. Na ni mzuri tuseme, kwa sababu hii ndio maneno ambaye itasaidia Kenya. Kwa hivyo, Your Excellency, mimi sitaki nipitishe kutoka hapo. Kuja Jaldesa usalimia hii watu ya Isiolo, useme asante. Thank you, Your Excellency, Sir William Samoei Ruto, His Excellency, the Deputy President William Gachagua, all the protocols observed. Assalamu alaikum. God is good all the time. Asante sana, Your Excellency. Mimi ni mfanyikazi yako. Kwa hivyo leo sitaongea sana. Lakini nataka nichukue nafasi hii kwa niaba ya watu wa Isiolo kukushukuru kwa kutupatia nafasi, mimi pamoja na PS Mohamed Liban, Hussein Tene, na pia dada yangu Naomi alisahau kusema Dr. Wako Dulacha from Marsabit pia alipata nafasi. Tunasema asante. Ya pili, Your Excellency, gavana wetu wa Isiolo amesema ni muhimu tukumbuke historia. Na nashangaa kwa nini ndugu yangu kwa hiyo historia alisahau kunitaja ya kwamba mambo ya hasala katika kaunti hii, Your Excellency, haingekuwa kama mama moja anaitwa Rehema Jaldesa, hangekuwa. Your Excellency, mimi nilikuwa na wewe kutoka 2002 tukiwa KANU. Tukatoka tukahama na wewe tukaenda ODM. Wakati ulikuwa unatafuta delegate, na najua gavana yetu hajui, mimi nilileta 120 delegates kutoka Marsabit paka hapa, tukakupatia kura, ukashinda kinarigizien. Sorry, sio wewe, Your Excellency. Wewe ni next 2032 huko. Na nikahakikisha ulipita. Tukahama tukaenda UDM. UDM mimi nilikuwa your national women leader. Kama ni uongo uko hapa. Tukafukuzwa huko pia na huyu mzee wa kitandawili, tukaenda URP. Nikiwa Maka, Your Excellency, because you trust me, ukanifanya Deputy Secretary General ya URP. Tukaendelea na wewe mpaka mwezi wa 4. Na hapa from 2017 nikichaguliwa,
Your Excellency, unakumbuka hata tulikuwa tunakosa mahali ya kufanyia meeting. Siku ingine nilikupeleka huko Ngaramara, mahali iko vumbi, mpaka ulikuwa unaniuliza ni kwa nini nimekuleta msituni. Kwa sababu hapa officers mess ninakatazwa. Hapa shule ninakatazwa. Na mimi nataka nishukuru hao wangwana. Kama kuna watu walikushikilia, ni hawa watu waamini wetu, viongozi wetu wa dini. Hata wakati walisema kanisa ya Katoliki mtu asiingie, Your Excellency, ulikuja Isiolo Family Day na ukahakikisha ukaweka Wakristo pamoja tukakupatia. Your Excellency Rigiji, wewe utafuata hiyo nyayo ya Mheshimiwa William Samoei Ruto. Sisi tutakubeba na usidanganye ukaambiwa rehema ni wa hivi. Ikifika mwezi wa 4, ule Uhuru alisema mimi ni dynasty, mimi ni rafiki ya William Ruto, siwezi aminiwa, akapatia hawa wangwana direct nomination. Sisi tukarudi kwa independent, na ile kura yote umesikia hapa, Your Excellency, ni sisi tukiwa na kina Mheshimiwa Raso na kina Mheshimiwa Naomi, sisi ndio tulileta hiyo kura. Ya mwisho, hata wale watu waliletwa hapa, dada yangu Jamhuri, Your Excellency alinipigia akaniambia leta mtu, nikamleta dada yangu akaweka hapo kwa chama. Huyu Mheshimiwa Hussein Tene, mimi ndio nimemleta. Your Excellency, uongo ama kweli? Kwa hiyo mimi sijayumba yumba, mimi ni loyal na nitaendelea kuwa loyal. Asante sana. Asante, tumpigie Rehema makofi. Rais wetu ni kweli, Rehema Jaldesa, tulitembea na yeye safari kwa miaka hiyo yote. Lakini pale mwisho akalaliwa sana. Na tukamuelewa, unajua ni mjane. Sasa akalaliwa na ile system na tukamkubalia. Lakini sasa vile governor amesema, mkaekae hapo kwa Jubilee kidogo. Jubilee na sisi tunafanya kazi pamoja, mkaekae hapo. Ikifika pale mbele, hii Isiolo tunataka ikue yellow. Si tunataka kila mtu akuje kwa UDA. Sasa mkaekae hapo, tupange kazi pale mbele zote turudi pamoja, kwa sababu gavana na senator hakuna sasa mtu atatisha nyinyi. Huyu Rais William Ruto mnapenda ndio rais wa Kenya. Sasa hakuna mtu ya kutisha nyinyi. Sasa mtafanya vile roho zenu zinataka, na nikukaa pamoja na huyu rais wetu. Nikimalizia, Your Excellency, hawa watu marafiki zetu jana niliwaeleza walikuwa wameandika gazeti ya Broken Promises. Jana nikawapatia orodha mrefu, sijaona. Sasa nyinyi again, if you have time, talk to your editors. Ile maneno tulimwambia jana pia mpata nafasi muweke, ile hatujafanya ile tumefanya, then the readers can compare and make a decision. Don't give a one-sided story. Give the story of what you consider to be broken promises. Give the story of the kept promises, and leave the people of Kenya to make a decision on whether in 7 months substantial progress has been made. Kwa hivyo mimi nataka niulize nyinyi kwa heshima zote, tusimame munisaidie kumkaribisha Rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Daktari William Samoei Ruto. Mr. President. Aya, asanteni sana, tafadhali tuketi chini. Viongozi wetu wa dini, mabishop mlio hapa, wachungaji, masheikh, ndugu viongozi wote wenzangu na watu wa Isiolo, hamjambo. Isiolo hamjambo. Isiolo bultinaga. Ageni mbadada. Yoya. Eiserian. Eiserian bogi. Na. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mnisalimie hivi hewani nione. Asanteni sana. Kwanza
mimi nataka nimshukuru Mungu kwa kutupatia hii nafasi. Leo tumefika hapa Isiolo. Na tumefika Isiolo kwa jambo la muhimu sana. Tumekuja hapa kwa ibada ya shukrani. Tumekuja kumshukuru Mungu. Yule Waislamu wanamtambua. Yule Wakristo wanamtambua. Tumshukuru Mungu kwa sababu ya uchaguzi uliofanyika mwaka uliopita. Nimefika hapa kwa niaba yetu sisi wote tuliopata baraka ya kuchaguliwa. Kati ya watu wengi waliotafuta viti mbalimbali. Tuko hapa leo na MCAs wamechaguliwa, tuko na wabunge la kitaifa, senator, women rep, governor, Rigiji huyu na mimi. Tumekuja hapa kwa watu wa Isiolo ili tuwarudishie shukurani na tuseme asante sana kwa kura zenu na kwa imani yenu. Kwa njia ya kipekee, mimi nataka niwaambie watu wa Isiolo, nilikuja hapa mara nyingi, nilitembea sehemu nyingi, niliuliza kura zenu. Kwa sababu ya urafiki wa siku nyingi, na kwa sababu mnanijua na ninawajua, mkaniahidi ya kwamba mtanipatia hizo kura zenu. Na kwa kweli, mbali na vitisho, mbali na ushawishi, mbali na mambo yale mengine mengi, watu wa Isiolo mulisimama na mimi, mkanipatia kura zenu, na simama mbele yenu kusema asante sana. Narudia tena, watu wa Isiolo, mimi nasema asante sana. Nyinyi mnajua na viongozi hawa ndugu zangu wameongea. Wengi kwa sababu ya vile mambo yalivyokuwa. Serikali ile ambayo tuliunda ilikuja ikatugaidi na ikatubadilika. Na ikawa ndio inatumia vitisho, ikawa inatumia nguvu, ikawa inatumia uwezo wa kiserikali. Hata machifu wetu wakatumika vibaya, askari wetu wakaingizwa ndani ya siasa. Lakini nyinyi watu wa Isiolo, mimi nawatambua kwa ujasiri wenu. Ile uoga iliuziwa viongozi, ile uoga watu wengi walinunua. Mimi nawatambua watu wa Isiolo kwa sababu nyinyi ni watu wa maana. Mulikataa kununua uoga na mkasema mtapiga kura vile nyinyi mnaelewa na vile mnaamua. Mimi nikabahatika nikapata kura zenu. Narudia tena kuwaambia asante, na mimi nataka niwaambie mambo ya Isiolo, kwa sababu tulikubaliana na nyinyi ya kwamba tukimaliza uchaguzi sasa ni nafasi ya kutekeleza yale yote tuliyokubaliana na nyinyi. Tupange miradi ya maendeleo, tuwe na mipango ya kutosha ya kupeleka taifa letu mbele. Na mimi nataka niwahakikishie, wakati Kenya tutakuwa tunapeleka mbele, Isiolo itakuwa katikati ya hiyo mpango. Mimi nawashukuru tena, na mimi nataka niwahakikishie ya kwamba ili tupate nafasi mzuri ya kupeleka taifa letu mbele, ya kupeleka kaunti yetu ya Isiolo mbele, itabidi sisi wote ambao tuko na nafasi ya uongozi, kutoka MCA, wabunge wenu, senator, governor na wale wote waliochaguliwa ama hata wale walioteuliwa, wakiwemo wale wanafanya kazi katika serikali ya kaunti ya Isiolo, itatubidi sote
tuungane, tushirikiane, ndio tuweze kutekeleza miradi na mipango ya maendeleo kwa manufaa ya watu wa Isiolo na watu wa Kenya. Mimi nataka niwahakikishia kwamba kama rais, mimi niko tayari kabisa. Nimeongea na viongozi wenu na tumekubaliana ya kwamba yaliyopita si ndwele. Sasa tugange yaliyomo na tupange maendeleo ili Isiolo na Kenya iweze kwenda mbele. Tunakubaliana jameni? I want to let all the leaders, viongozi wote walio hapa, hatuna nafasi tena ya kubaguana. Hatuna nafasi tena ya ugomvi. Ndio hata ile maandamano tulikataa kwa sababu hatuna nafasi. Nafasi tulio nayo sasa kama viongozi, hawa wananchi wametimiza sehemu yao. Tulienda kwa uchaguzi, hawa wananchi wakapiga foleni masaa mengi, wakatupatia kura zao. Sasa nafasi ambayo iko sio ya sisi viongozi tena. Nafasi iliyoko sasa ni sisi viongozi tufanyie wale walitupigia kura kazi yao, kwa sababu ilikuwa ni mkataba. And that is why we need to agree as leaders that it is not about us now going forward. It's not about the leaders, because Kenya is not just about leaders. It is about leaders and the people of Kenya. Wale wananchi wa Kenya wametimiza sehemu yao. Wametupatia nafasi ya uongozi. Ile imebaki ni kwetu. Pia na sisi tutimize sehemu yetu. Tuwapangie mambo ya maendeleo na tutekeleze mahitaji yao na matakwa yao, ndio tuweze kupeleka taifa la Kenya mbele pamoja. So, viongozi wa Isiolo, nataka mjue vile nimesema kwa viongozi wote waliochaguliwa hapa Isiolo na Kenya mzima, serikali hii ni serikali ya Kenya na sote tunataka tushirikiane ili mipango yetu yote ambayo tumepanga, mipango ya barabara, mambo ya hospitali, universal health coverage, kilimo na ufugaji, tuweke maji, tupange mambo ya stima, tupange mambo yote ya masomo ya watoto wetu. Haya mipango yote inatuhitaji sote kama viongozi tuungane. And I want to ask, request and urge all leaders that we should close ranks, work together for the people of Kenya and for the prosperity of our nation. Na mimi niko na imani ya kwamba tukiungana hivyo tutafaulu, wananchi wa Kenya watafaulu na taifa letu litanawiri. Kwa watu wa Isiolo, mimi si mgeni hapa kwenu. Tumefanya mambo mengi pamoja. Tulikuja hapa tukafanya mambo ya TVET, nimekuja hapa mambo ya hospitali yenu hapa, nimekuja hapa wakati tulikuwa tunaweka equipment katika Isiolo hospitali yenu hapa, nimekuja sehemu nyingi kwa miradi mingi ya maendeleo. Mimi nataka niwaambie ya kwamba sasa hiyo mambo ya kupanga maendeleo tutafanya kwa kasi na kwa wingi, kwa sababu tuko na nafasi ya sasa na tutaungana na viongozi wenu. Pale Mulika, huyu seneta wenu mumesikia ya kwamba tulianza na yeye pale nyuma. Alikuja akanitembelea, akaniuliza hiyo barabara ya kutoka Mulika kwenda Kina, kwenda mpaka Modogashi, mpaka Karbatula. Hiyo barabara karibu kilomita 70 tukaianzisha, nafikiri imebaki sehemu kidogo tuikamilishe. Ile mimi nataka niwahakikishie ni kwamba hiyo barabara haitakwama pale Karbatula, tutaipeleka mpaka Modogashi. Mimi vile vile nataka niwaeleze, tulikuwa na mpango ambayo ilikuwa imekwama. Barabara ya kutoka hapa Isiolo kwenda Kula Mawe, baadaye itaenda Modogashe, iende Samatar, iende mpaka Wajia. Hiyo barabara mimi nitarudi hapa mwezi ujao ili nikuje nianzishe rasmi, kwa sababu ni ahadi yangu kwenu kwamba hiyo barabara ni lazima tuijenge
kwa manufaa ya watu wa Isiolo na watu wa Kenya na watu wa Northern Kenya. Vile vile nimesikia vile mumeongea barabara ile ya kutoka kule Lamu ambayo karibu sasa inafika Garissa. Hiyo barabara haitakwama Garissa. Nasikia mko na wasiwasi pengine ikabadilishwa ikapelekwa mahali pengine. Hakuna mahali itapelekwa. Hiyo barabara itatoka pale Garissa, itakuja Kulamawe, alafu iende Merti, alafu iende mpaka ishikane na hii barabara ambayo inaenda kule Moyale. Na tayari pale nyuma wakati nimefika ofisini walikuwa wanasema wanataka kujenga barabara ya Maram. Ati kutoka Lamu mpaka hapa barabara ya Maram. Mimi nikawauliza kichwa yenu inafanya kazi? Kwa sababu hakuna vile hiyo barabara inaweza kuwa barabara ya Maram. Na nimewaeleza hiyo barabara tunajenga barabara ya lami kwa sababu ni ya muhimu kwa watu. Tuunganishe port yetu ya Lamu na hii city yetu ambayo imesemekana ni resort city hapa Isiolo. Najua ya kwamba bado tuko na barabara zingine ambazo zinahitaji kupangiwa vizuri. Barabara ya kutoka hapa Isiolo kupitia Mlango kwenda mpaka Oldonyiro. Hiyo barabara karibu kilomita 100. Mimi nataka niwahakikishie watu wa Isiolo hiyo barabara nitaipangia vizuri. Najua vile vile ya kwamba tuko na barabara ya kutoka Achas Post ambayo inaenda mpaka Merti. Hiyo barabara iko katika hali sio nzuri. Mimi nataka niwahakikishie pia na hiyo barabara nitaishughulikia kwa sababu mimi nataka hapa Isiolo ipate barabara ya kutosha ndio tuweze kupanua uchumi na tuhakikishe ya kwamba mambo yenu yanaenda sawa sawa. Vile vile mimi nataka muelewe ya kwamba barabara ambayo nimesema ambayo inaenda Kulamawe, mimi nataka vile vile kutoka Kulamawe mpaka Kina hapo katikati tukutanishe. Kwa sababu tumetengeneza na upande hii, lakini lazima tukutanishe hiyo barabara ya Kulamawe mpaka ishikane na Kina. Na vile vile kutoka Kina mpaka Rapsu. Hiyo barabara vile vile lazima tuiunganishe kwa sababu ni ya muhimu, na tunataka tuhakikishe ya kwamba vile nyinyi watu wa Isiolo, na mumesema hapa pengine kidogo mulisahaulika mahali fulani, hamutasahaulika tena. Na hii dunia yenu hii tutaibadilisha. Mimi nataka mjue vile vile tumeanza kupanga mambo yenu ya maji. Na kabla sijasema mambo ya maji, kuna barabara muliniuliza hapa katika town yenu. Tulikuwa na awamu ya kwanza, tukatengeneza barabara karibu kilomita 6 ya hapa town kuelekea kule Isiolo North. Kuna sasa zile zingine ambazo tulikubaliana na nyinyi karibu kilomita 11 hivi. Hizo barabara tulianzisha lakini zimekwama. Mimi nataka niwaambie hiyo barabara nitahakikisha imetengenezwa. Kwa sababu katika vitongoji ya hii town tuko na estates ambazo ikinyesha watu wanakwama. So hizo barabara tutazitengeneza kwa sababu ni muhimu ili town yetu ya hapa Isiolo ikae kama na dalili ya kuwa resort city. Vile vile mimi najua awamu ya serikali hii, kati ya yale mambo ambayo ni lazima tutekeleze ni mambo mawili ambayo tulikuwa tumepanga kama serikali ya Jubilee, lakini wakati kisirani ya handshake ilikuja ikasambaratisha. Mambo ya maji na mambo ya housing. Haya mambo mawili ni ya muhimu sana kwetu. Na ndio mimi nataka niwaeleze watu wa Isiolo, tuko na damu kubwa hapa. Nyinyi mmenieleza na ni kweli.
tumepoteza mifugo 2.5 milioni katika kiangazi iliyopita. Mifugo hiyo nyingi yao ni ya watu wa sehemu hii ya Eastern and Northeastern, zikiwemo sehemu za Narok, Kajiado na Turkana. Hapo ndio tumepoteza mifugo nyingi. Na tulipoteza mifugo nyingi kwa sababu ya kukosekana kwa maji na kukosekana kwa mpango. Mimi nataka niombe Mungu ya kwamba hii mifugo tunapoteza lazima ifike kikomo. We cannot continue losing livestock in Kenya because we are impoverishing communities. Loss of livestock, kwa sababu tukifanya makadirio ya hiyo mifugo ambayo ilipotea ama ilikufa, karibu 2.5 million heads of livestock, ni karibu 1.5 trillion ya pesa. Is about 1.5 trillion shillings that was lost in the livestock that was lost in the drought. And therefore, it means we must invest resources ya kutosha so that we prevent the loss of such an amount of livestock and the equivalent amount of money that we lose as a country and communities lose in our nation. Sababu hiyo tumeweka mpango kamili. Muliona juzi tulitangaza kandarasi ya dams 33 ya kwanza. Kati ya hizo dams 33 ya kwanza ni dam yenu ya Isiolo multipurpose ambayo iko hapa. Hiyo dam yenu itatugharimu karibu bilioni 16. Na tayari tumeweka kandarasi, tunatafuta tunatafuta investors ambao watafanya kazi na sisi, and I want to promise you we are going to build that dam because it's going to serve almost half of Isiolo County. Hiyo dam moja. Tunaelewana jameni? Tuko pia na dams zingine. Tuko na dams ambazo niliahidi watu wa Saricho. Niliahidi watu wa Merti. Tuko na dam ya Oldonyiro. Tuko na dam ya watu wa Modogashe. Haya yote nimeyapangia tayari. Tuko na dam pia ya mahali inaitwa Harosesa. Sijui Harosesa hiyo iko kona gani, lakini nitatafuta kwa Haroresa. Nitatafuta hiyo. So nimesema dam ya Kipsing, dam ya Merti, dam ya Sericho, dam ya Ngaremara hapa. Hiyo tayari yote nimeshapanga, na mtaona sisi hivi karibuni tunataka kujenga dams kubwa ndio mifugo yetu isikufe tena kwa sababu ya kukosa maji. Vile vile tuko na mpango ya kujenga ponds, water ponds 3,800 Kenya. Nyingi zitakuwa kwa sehemu ya wafugaji. Tunataka tuhakikishe ya kwamba tunatega maji ya kutosha, tunaweka storage ya maji ya kutosha so that we can avoid the loss of livestock, especially during drought. And dawa ya hiyo shida ni kuhakikisha kwamba tuko na water harvesting na water storage ya kutosha katika sehemu yetu ya Kenya. Tuko na miradi ndogo ndogo ambazo zinaendelea katika wizara mbalimbali. Hizo zitakuwa tunaendelea na tawaambia mawaziri watakuja. Tuko na dams ambayo inafanywa na Ministry of Agriculture, tuko na dams zingine zinafanywa na wizara zingine. All these concurrently will work towards ensuring that we have water harvesting plan and we have a storage and water storage capacity to ensure that we don't lose our livestock. Mimi vile vile nataka niwashukuru kwa sababu tulikuja tukajenga bridge moja hapa na Mheshimiwa Samal tukamaliza, lakini sasa tuko na bridge ya Kipsing
Oldorini kule ambayo tumeweka pesa, tunataka tuikamilishe. Tuko na bridge ya Kubitulo vile vile tunataka tuijenge, tumeweka pesa. We're going to make sure that we create passage ya kuhakikisha kwamba sehemu hizo zote zinashughulikiwa. Mimi nimewasikiza pia viongozi wetu. Mumesema kuhusu mambo ya ardhi, mnahitaji title deeds. Na mimi nakubaliana na nyinyi, hati miliki ni haki ya kila Mkenya. Gavana wenu alikuja na viongozi wenu na tumekubaliana ya kwamba tatizo la ardhi hapa kati yenu na wanajeshi wetu, kati yenu na wale wengine wote tutaishughulikia. Vile Waziri Duale amesema, nishapatiana instructions kwa Ministry of Defense, waziri ndio huyu na CDF. Tumekubaliana ya kwamba we cannot continue to have a situation where the public is complaining about our security forces. Tutaketi chini na hiyo jambo tutatatua. Tayari nimetumana surveyors 30 wakuje wafanye mambo ya usorovea kuhakikisha kwamba tunajua kiasi ya ardhi ni gani, wapi tutaweka jeshi, wapi wananchi wataendelea na maisha yao. Mimi nataka niwahakikishie kabla ya mwisho wa mwaka huu mambo hiyo ya matatizo ya ardhi kati yenu na wanajeshi tutakuwa tumemaliza. Hatutakuwa tena na nafasi ya wanajeshi kugombana na wananchi ama kufanya mambo ambayo wananchi hawataki. Tutahakikisha kwamba tumeweka boundary ya kutosha. Na vile vile nia yetu ni kwamba tukiwa tunaweka mradi wa maji, pia tunataka kubadilisha Isiolo. Isiwe ni mahali ya kuleta chakula, iwe ni mahali ya kutoa chakula na kulisha Wakenya wengine. So we have a huge irrigation program. We have a huge livestock program that is going to be operated out of this Isiolo County. Na nishamwambia governor ajipange na county government yake, tushirikiane, tuhakikishe ya kwamba tunabadilisha sura ya Isiolo na tunabadilisha watu wa Isiolo. Wasiwe tena mifugo yao inakufa ama wanakosa chakula. Hapa Isiolo mko na ardhi nzuri. Tukiwapatia maji, mtatuzalishia chakula na tutakuwa na mifugo ya kutosha. Hii airport itapata kazi ya kuexport ile products ambayo itatoka hapa Isiolo. Tumeelewana jameni watu wa Isiolo? Ile kitu mimi nimesikia pia mumenieleza kuhusu mambo ya compensation ya barabara. Mnasema mnataka pesa nyingi. Sasa swali mimi nataka niulize nyinyi, mnataka pesa ama mnataka barabara? Ati pesa na barabara? Sasa sikizeni watu wa Isiolo. Tunaelewana? Mimi nimesema katika hii serikali mimi naendesha mambo ya ufisadi haitakuweko. Tunaelewana? Na tayari nimeamrisha watu wa NLC hawatafanya tena mambo ya valuation ya compensation. Their business is to give the Ministry of Lands. Ministry of Lands ndio itakuwa inafanya valuation ya mashamba, ndio tuhakikishe ya kwamba kila Mkenya analipwa pesa sawa na Mkenya mwenzake. And I want National Land Commission to listen to me very carefully. Kwa sababu pale kwa National Land Commission imekuwa soko. Mtu unaenda hapo, unalipa pesa kidogo, shamba ya shilingi 1,100 inakuwa 1,000,000. Mwingine anaenda pale kwa sababu hujatoa pesa, shamba yako ya 1,000,000 inawekwa shilingi 1,100. Tunaelewana? That must stop. And it's not going to go forward. Kwa sababu ndio tunapata shida. Mwananchi anauliza a very reasonable question. Mwananchi anasema kama mulilipa miaka 6 iliyopita shilingi 5,
Sasa miaka 6 baadaye, mbona mnasema mnataka kulipa shilingi 2? Si ni kwa sababu ya ukora? So we must stop that nonsense. Lazima tukubaliane. Sheria, wanasema sheria ni kama msumeno, inakata ikienda mbele na inakata ikirudi nyuma. Tunaelewana? So, and everybody must be treated equally. So going forward, it is not possible for National Land Commission to decide where the compensation is going to happen, who is going to be compensated, and then they also decide how much it is going to be paid. No. We must separate for purposes of accountability. National Land Commission watafanya kazi yao. Ministry of Lands ambao wako na uwezo ya kufanya valuation, wafanya valuation, so that tuondoe hii shida watu wa Isiolo wamejipata ndani yake. Mimi nataka niwaulize kwa unyenyekevu watu wa Isiolo, kwa sababu nia yangu ni kujenga barabara yenu. Na mbali na ile barabara nimesema tumepanga hiyo ya kutoka hapa Isiolo kwenda Kulamawe, kwenda alafu mpaka iende mpaka Wajia. Mimi nataka pia tupange hii barabara ya kwenda kutoka hapa kwenda mpaka Oldonyiro. Nataka tupange ile Ajas Post mpaka ifike Merti. Nataka ile ya kutoka Kina mpaka ishikane na Kulamawe. Nataka ile ya kutoka Kina mpaka Rapsu. Hiyo barabara yote, si mnaona mimi nafikiria mambo yenu? Ama kwa sababu sasa mkiniambia nilipe pesa nyingi nitakwama. Na nikikwama sasa nyinyi hata nyinyi mtakwama. So tupelekane polepole. Tupelekane polepole. Ama namna gani watu wa Isiolo? Tupelekane hapo polepole. So nitapanga vizuri na nitarudi kwenu na hawa viongozi watakuja kuongea na nyinyi ndio tujenge hii barabara, kwa sababu hii barabara ndio itabadilisha uchumi wenu. Ndio itahakikisha hii Isiolo ambayo imesemekana ndio resort city. Resort city itakuwa resort city bila barabara kweli? Sio, itakuwa ni historia tu na ndoto ya bure. So we must work together in that manner. Vile vile hii airport yenu imejengwa, imeweka pesa nyingi, lakini imekwama. Si hata nyinyi mnakubali imekwama? Imekuwa kama sanamu. Hakuna kitu, it's like a monument. So mimi nataka tukwamue hii airport. Si ndio? Nimekubali ya kwamba hiyo airport tutaongeza runway. Pale tutaongeza runway ndio itoshe kubeba mizigo ya kutosha. Tukiongeza runway hapa katika airport yenu, naenda kupanga vile tatafuta pesa tuongeze runway, kwa sababu vile ilijengwa kidogo ilikuwa na hitilafu. Imeelekezwa kwa mlima na runway ni kidogo. So wale engineers na wale watafiti na wale wengine wametuambia iko matatizo kidogo na kuna vile itabidi turekebishe. So nitapanga turekebishe ili tuweze kutumia hii airport kwa ile ilikuwa imepangiwa. Hii airport ndio inafaa inatumiwa kusafirisha miraa. Lakini kwa sasa haiwezi kusafirisha miraa kwa sababu the runway is short na kuna matatizo mengine machache. But I want to promise you ya kwamba tutahakikisha kwamba runway inaongezwa na hii miraa itakuwa inatoka hapa ikienda dunia hiyo ingine, God willing, hapa mbele. Vile vile mimi nataka hii airport iwe ndio inasafirisha nyama kutoka Isiolo, Northern Kenya na sehemu zingine za Kenya, tunapeleka Ugaibuni, tunapeleka Oman, tunapeleka mahali ingine kutokana na hii airport ya hapa Isiolo. Hiyo ndio mpango mimi niko naye, and that is why naweka hapa dam kubwa, tuweke hapa irrigation kubwa, tuwe na feedlot, tuwe na tuhakikisha kwamba tuko na sehemu ya kuhakikisha kwamba tunanonesha ng'ombe zetu na mifugo yetu, mbuzi, kondoo na hiyo ingine, ili tuweze kutumia airport ya Isiolo as an export airport ya kutuletea pesa ya kigeni na kuweka pesa kwa mfuko yenu. Tunaelewana? Lakini meanwhile, wakati mimi napanga hiyo maneno,
Watu wakitoka hapa wanaenda Nairobi wanatumia 5 hours. Mimi naongea na watu wa private sector, nataka waanzishe at least in the next 2 months ama 3 months waanzishe ndege ya kupeleka nyinyi Nairobi, kwa sababu Nairobi ni dakika 30. Kutoka hapa kwenda Nairobi si 30 minutes. Lakini ukienda na barabara si unachukua 5 hours. So mimi nimeongea na hawa wangwana, wameniambia nipatie hawa nafasi kidogo na niwapangie mambo fulani hapa na pale, na hiyo mimi nafanya ndio tuanze kuwa na ndege ya passengers ya kutoka hapa Isiolo kwenda Nairobi. Na nimemwambia Abshiro, huyu governor wetu wa Marsabit, huyu mungwana, pia apange pale Moyale ndio tuweke circuit ya kutoka Nairobi kupitia Isiolo kwenda huko Moyale ama Marsabit, alafu iende Nairobi, ndio hii dunia ifunguke vile tunafanya kule Wajia, vile tunafanya Garissa, vile tunafanya Eldoret, vile tunafanya Kisumu, hata Isiolo inafaa ifanyiwe hivyo. Tumekubaliana ndugu zangu watu wa Isiolo. Vile vile mimi nataka tukubaliane na nyinyi ya kwamba hii kazi yote lazima tuungane na lazima tupange vizuri vile tutaelekea tukienda mbele. Mimi nawashukuru viongozi wote. Tumechaguliwa hapa katika vyama tofauti tofauti. Lakini wakati tunaelekea mbele ni vizuri tuongee kwa lugha ambayo itatuleta pamoja, tuwe na mpango ya kuleta Wakenya pamoja, ndio tupeleke taifa letu mbele, tuache ugomvi ya vyama na kona na vingine. Kwanza nyinyi watu wa Isiolo mnakaa hapa kama Wakenya. Jamii zote, jamii nyingi ziko hapa Isiolo. Na nyote mnaishi kama ndugu na dada. That is how we should live as the citizens of the Republic of Kenya. We need to work together that way. Nimewasikiza ya kwamba kuna watu fulani, nimesikia mambo ya Tene, nimesikia mambo ya Jamhuri, nimesikia mambo ya Nu hapo, nimesikia mambo ya wale wengine, na na Josephine ule mama mboga, nimesikia ule mungwana ambaye alikuwa deputy governor wa Yoya mwenyewe, na wale wengine wote nimewasikiza na nitapanga. Nyinyi mrelax, mnipatie wiki 3, 4, 5 hivi nitapanga hawa watu. Hakuna problem. Si ndio? Na tutapanga watu wa jamii zote ndio tuwaunganishe. Mkae kama ndugu moja, mkae kama watu wa taifa moja na watu wa kaunti moja ya Isiolo. Vile vile mimi nataka niwashukuru sana watu wa Isiolo kwa kutushikilia. Mimi nataka niwaambie ya kwamba hiyo mipango yote tumepanga kwa manufaa ya wananchi wa Kenya. Mimi nataka tunirudie jambo moja. Mimi nataka niwaeleze wa Kenya wenzetu. Tuko na vijana wengi. Hapa Isiolo mumesikia. Vijana wengi wanahangaika na madawa ya kulevya. Vijana wengi wanahangaika na ulevi. Tatizo kubwa ni kwa sababu tuko na vijana milioni 5 Kenya. Hawana ajira, hawana biashara, hawana mpango yeyote. Na ndio mimi nawauliza wa Kenya. We must be deliberate. We must be intentional about creating jobs for the millions of young people, those who are at home already, and the ones who join them every year, almost 800,000. They join people in the labor market, yet there is no credible plan on how to create jobs. I want to tell the people of Kenya, for the first time, we have an intentional, coherent, credible plan for making sure that we organize our economy in such a manner that it is going to create jobs for the millions of our young people. Tumepanga mambo ya digital jobs. Nitaketi chini na wabunge on Tuesday. Na on Tuesday mimi naketi chini na wabunge tukubaliane na wao vile tutapanga mambo ya ICT hubs in every ward in Kenya. Ndio tupange vijana wetu na digital jobs.
tumekubaliana na magavana, Governor Guyo akiwa hapa, tumekubaliana agricultural and industrial parks in every county. Tumekubaliana markets in every constituency, so that tufanye aggregation, baadaye tufanye storage, tufanye value addition, tufanye agro processing, tufanye manufacturing, tuongeze dhamana kwa mazao yetu na tupange ajira ya vijana wa Kenya. Tumekubaliana vile vile kwa program ya housing ambayo tulianzisha 2018 lakini ilikwama katikati, na tumekubaliana this year sisi wote ambao tuko na nafasi ya ajira pia tutachangia kuhakikisha ya kwamba watoto wetu wa Kenya ambao hawana ajira, kupitia kwa program ya housing tutapanga ajira 1,000,000 every year katika taifa letu la Kenya kwa mpango ya housing katika taifa letu. Na ndio mimi nataka niwaulize, hii budget tumetengeneza na makini sana, because we must sort out the challenge of unemployment in Kenya once and for all, and we must have a credible, intentional, practical plan on how to deal with unemployment. Mimi vile Mheshimiwa Deputy President amesema, yeye ndiye anaongoza vita kadhi ya Wakenya na madawa ya kulevya. Watu wa Isiolo vile tumekubaliana, tunaanza pale mashinani. Chiefs, assistant chiefs, wazee wa nyumba 10, nyinyi ndio mko frontline ya kuhakikisha kwamba mambo ya madawa ya kulevya tunaondoa katika taifa letu la Kenya. We cannot be a drunk nation. We must be a working nation. Tunaelewana jameni? Tunaweza kuwa kweli taifa ya kufanya kazi ama taifa ya ulevi? Si ni ya kufanya kazi? So that we must work together and make sure that tumeondoa hiyo tatizo. And I want to ask everybody so that we can mobilize ourselves and ensure that we change the course of our country. Watu wengi wananiuliza, wewe rais unatuingiza kwa hii maneno yote. Wengine wananiuliza, nani alikuambia tunataka nyumba? Mwingine ananiuliza, sijui nani sijui mbona unataka kukata pesa yangu? Sijui mbona. Mimi nataka niulize, hii Kenya, hakuna Kenya ya rais, hakuna Kenya ya ule ambaye ana kazi, hakuna Kenya ya ule hana kazi. Kenya ni yetu sisi wote. And it is our collective business as the people of Kenya to make sure that we work together for this nation. And we must carry everybody along. So, nawashukuru sana. Mimi nimefurahi sana kufika hapa Isiolo. Nawauliza watu wa Isiolo, mko tayari tuungane pamoja jameni, tufanye kazi pamoja? Mtanisaidia kusukuma hii kazi? Hebu nione wala anasema tutasaidiana kufanya hiyo kazi pamoja. Mimi nauliza nyinyi watu wa Isiolo tena, mnanikubalia nifanye kazi na hawa viongozi wenu wote? Mnasema nifanye kazi na wao? Tubadilishe Isiolo na tubadilishe Kenya. Hebu nione tena wale wanasema tufanye kazi pamoja. Bas, sasa wale ambao hawataki watu kuungana, nyamazeni sasa. Wacha tuungane. Na nyinyi, mimi nauliza nyinyi, si mmenipatia kazi mingi? Si mmesema tulete maji? Si mmesema tujenge barabara? Si mmesema tuongeze mambo ya stima? Tupange ajira ya watoto? Mtanipatia pesa ya kufanya hiyo kazi? Ndio. Si kila mtu atatoa kidogo kidogo? Mtalipa ushuru ndio tufanye hii kazi yote hii? Hebu ni wale wanasema watalipa ushuru ndio tufanye hii kazi yote? Very good. Bas. Mimi nataka niwashukuru sana. Mjue mimi nawapenda sana na nitarudi tena Isiolo. Nimewaambia mwezi ujao nitakuwa hapa Isiolo. Sasa nikiwa nimekunja shati, tuende kazi. Tunaelewana? Nitakuja kuanzisha barabara yenu, mambo hiyo ingine nitakuja, na Mungu awabariki sana. Thank you and God bless you. Haya, tumpongeze